na kuna watu hapa wanataka kusimama kura ya ubunge, ya MCA, ya governor kama vile baba yao ametangaza. Simama tu muonekane, hata nyinyi mtafanya kitu. Si kweli? Simameni. Unaona hiyo timu hata ndio wengi kushinda wale. Makofi kwao. Ni wengi kushinda wale wako hapo wamechaguliwa. So asanteni sana. I think tunawatambua. I can see professor there na wengine. So nitauliza waheshimiwa wabunge. Bila kufuata order of seniority, mkuja tu mbele one by one. Tunaweza kuanzia either huko mwisho ama huko, whichever. Nani anachagua kwanza? Wabunge. Nyinyi mnajua nyinyi wenyewe. The members of the National Assembly. Kuja mheshimiwa. Wewe mheshimiwa, kuja simama hapa, saidia mimi kutujulisha hawa wabunge. Asante. Sawa. Asante. Na uchunge usikue former MP. Asante. That can never happen. How can it happen when I have very able support from the gurus of politics? All protocol established and maintained. Members of the press and all guests, my name is Gathoni Wamushomba, MP for Githunguri constituency, which is in Kiambu County. I am here as a guest invited by my friend and my very good brother, and I am here to escort my only elected deputy president of Kenya. Nimekuja hapa kwa mwaliko wa kusupport uhusiano wetu, urafiki wetu, na nimekuja hapa pia kushikilia wamama ambao wanaingia katika ulingo wa siasa. Wamama hai! Alafu nataka kushikilia madugu zetu ambao ni madume katika eneo ya siasa. Wadume hai! Very good. I am here to take this opportunity to introduce my colleagues from the National Assembly of Kenya. Allow me to start from the county of Kajiado. We have the Honorable Samuel Parashina. Apigiwe makofi akifika hapa. Kuja hapa ili uonekane na watu wa media, afuatiliwe na mheshimiwa rafiki yetu sana kutoka kule Teto Nyeri County, Mheshimiwa Joyfrey wa Deto. Apigiwe makofi. Afuatiliwe na dada yangu kutoka kule Nyandarua County, anajulikana kama Honorable Wajiko wa Muhia. Kwanza waseme lao alafu nitaendelea. Asante. Asante sana Mheshimiwa Mushomba, Your Excellency the People's Deputy President Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Your Excellency former Deputy President Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Party Leader wa DAP-K Mheshimiwa Eugene Wamalwa, all protocol observed. Ladies and gentlemen, amjamboni wote. Yangu ni kusema tu kwamba nashukuru nimepewa nafasi kuja pia kama rafiki. Natoka huko Kajiado South. Mimi ndo mjumbe pande hiyo, naitwa Samuel Parashina. And I thank God kwamba tumekutana hapa. The message tu ni tatu. As young leaders who are also looking and learning and admiring our great leaders we have ahead here, is that only we are all united. Because one, the economic challenges we are going through as a country, that's very, very important when you are coming to discuss the policies and programs for DAP-K. And the other issue is about bad governance. Bad governance is about when people try to ask a question. When Gen Z try to talk, everyone is silent. Because you can never talk in this country. You have to be quiet forever. And the last one, tunapoendelea hapa mbele,
tunaomba tu kwamba kwa leo tunapoona viongozi wetu, we need to hear more about issue ya abduction. When you use force to silence everyone, then there can't be Asante. Mpatie dada yetu Mheshimiwa. As protocols has been established because of time, nafikiri our agenda hapa ni moja, kutuma Kasongo nyumbani. Naitwa Wanjiko Muhea Kipipiri. Thank you. Mpatie ndugu yetu Mheshimiwa Wandeto Joyfrey. Asante sana, the People's Deputy President, Excellency Rigathi Gachagua, the former Vice President, DAP Party Leader, na wana DAP wote hoye! DAP hoye! Mimi naitwa Geoffrey Wandeto, mbunge wa kutoka pale Tetu, Nyeri, na mimi ningetaka tu kusema mawili. Ya kwanza, Your Excellency, hii hatua umechukua ni hatua muhimu sana. Vile tumekuwa tukikwambia tulete na tuungane na ndugu zetu na vyama zingine so that we form one large coalition which is battle ready for 2027. Si ndio? Ya pili ni kuuliza ndugu na dada zetu kutoka Western, tafadhali ile hatua Eugene Wamalwa ameshukua, sasa ningewaomba this time be united more than ever before to be able to deliver the mandate of 2027. Mungu awabariki, asanteni sana. Asante, makofi kwa mheshimiwa. Tuko na wao tunakuwa nini? So wakati wa media pia, wakati pia nyinyi mnaripoti, pia nyinyi mnaangalia, mnaona sisi tuko nyuma ya Rigathi Gachagua, tuko na mheshimiwa party leader hapa, tuko na party leader mwingine hapa Kalonzo Musyoka, na tuko pamoja na ile barabara watatuonyesha, hiyo ndio tutaenda. Kwa hivyo if being tribal ni kukaa na hawa wote hapa pamoja, let's continue being tribal. Ama namna gani? Tutume message tuseme IEBC iharakishwe haraka. Tunaona the panel, na mimi naona hakuna haja ya kushinda tukipigana nani atawekwa. Iwekwe haraka, tujipange ground. Tukijipanga ground, najua maneno inakuwa rahisi na tunamalizana mapema. Kwa hivyo asanteni sana, Mungu awabariki na nawapenda sana. Asante sana, tumualike. Tangazo mheshimiwa. Yes sir. Unajua tulikuwa tunaenda live, lakini hawa jamaa wamekata kila mahali. So nataka kuuliza tu technician watengeneze link ya Facebook watu wafuate. Tafadhali. Unaona hawa watu wabaya sana. Karibu mheshimiwa. Asante sana. Hiyo ni hakikisha ya kwamba yale maovu ambayo tulikuwa tunakimbilia kutoka kwao, hao maovu yamerudi. I give you a few minutes to link up to your Facebook. Those that are on X, please link up on your X's. Share the links. Let us do what we can do as a people of Kenya. No matter what they do, the crowds are gathering. And the rains are roaring. And the rains are going to fall soon. Where are they panicking? Eh? Ati wanafanya nini?
wameanza? Kama wameanza basi waendelee. Naomba, as we prepare to activate our social media pages, I want you to allow me to invite my brother, the Honorable George Koibori from Juja, the truth speaker of the National Assembly. Thank you, Governor Mushomba, Your Excellencies ambao wako hapa, all protocols observed. Ni wasalimu, hamjambo. Hamjambo tena. DAP. DAP. Asante sana. Your Excellency, tuko hapa kwa mwaliko na tuko na furaha tukiunganika pamoja na the People's Deputy President Rigathi Gachagua ambaye alitimuliwa. Tukaambia hawa watu wasiguze mlima, wakaguza mlima, tukawaambia msiguze tena, wakaingiza mpaka vidore. Sasa kimeumana na kinawalamba. Na ndio sababu unasikia wanajihalia wakati wanaona muungano huu ambao ni wa kimataifa. Kenya yetu yote itaungana pamoja kuhakikisha Kasongo ako nyumbani. Na mimi ndio foundation walianzia pale Juja. Mnakumbuka? Ya by election nikawaambia ile serikali ambayo ilikuwa haitapata hii serikali ambayo ni ya 2022. Wakaanza kunikimbisha. Ikafika pahali tukawakimbisha tukashinda. Saa hii wale ambao walikuwa pande yetu wameenda pande ile ingine. Na bado tunaambia Kimani Ichung'wah, endelea na mambo yako ambayo tunaona ukichangia na kupeana pesa kwa Maina Jenga ndio vuruge mikutano yetu. Tunakuambia kwamba sisi tumejipanga na mlima iko chonjo. Jaribu uingie Juja ndio utakionea wewe mwenyewe. Mbarikiwe sana, tunawapenda. Asante sana. Kama namalizia, I would want to just give a comment. I will spare one of my minute to my sister, who I always accommodate whenever I have this microphone, because I would also want her to say something. Mine is about the level of political intolerance in this country. Whenever a regime is uncomfortable to tolerate dissenting views and opinions, it reverts to suppression, excessive suppression, and that is what we are witnessing in this country. The young people have the right to speak and express themselves wherever, whether on Facebook, on X, on wherever. And they are talented to draw even caricatures and cartoons. And that is why we actually introduced CBC, so that we can tap those talents. CBC is all about talents. And that is what we are accommodating in our schools, so that children can come out holistically and share out what they are talented to do. So if our children can only express themselves in music, let it be. If they can express themselves in drawing, let it be. If they can express themselves in chanting, let it be. The level of political intolerance we are witnessing, it has started off with the mountain, the Mount Kenya region. Tear gases are being thrown in churches. We witnessed one in Nyandarua, twice. The level of intolerance in meetings, that goons are being sent to meetings so that we can be scattered. That level of intolerance is an indication that there are people who are hell-bent to do all it takes to govern this country without respect of the rule of law. We must call you for what you have become, a creeping dictator in this country. We must call you for what you have become, a looter of public resources. We must call you for what you have become, a violator of women's rights. We must call you for what you have become. And as a woman, I will stand for the right of women in this country. We will not allow you to do what you have done. Tuliona mili kitolewa Kwale, hakuna mtu ameshikwa, na wale walishikwa tunaambia walitoroka. That must stop in this country. We are not going to allow you to go to those levels. Kwa hayo mengi na machache,
ningeomba dada yangu Catherine Waruguru, dakika moja yangu nikudonetie ukuje useme jambo. Naomba dada yangu. Tumpigie makofi the Simba wala Laikipia akisema jambo. I have donated my 1 minute before. Kuja kwa sababu ya agenda, yes. Lakini yako umemaliza. Nimemaliza. Nimekubali nimemaliza. Sababu Zakayo amekusikia. Karibu mheshimiwa. Your Excellency, the Deputy President, the Second Deputy President, Rigathi Gachagua, ndugu yangu na rafiki yangu na party leader wa DAP party, Mheshimiwa Deputy President Stephen Kalonzo Musyoka, party leader wa chama ya Wiper, viongozi wote mlio hapa, hamjambo tena. Hamjambo. Mnasema mlembe. Muriega. Asanteni. Wacha nichukue nafasi kwa dakika moja niliyopewa niseme Mheshimiwa Eugene Wamalwa, I'm very happy today to be here with you. You are a great friend of the mounting people. We have seen you stand and support the people of Mount Kenya when Kasongo regime rained on us and they wanted to fight our son and do whatever they wanted to do to him. I remember with nostalgia you and the Honorable Stephen Kalonzo Musyoka, we gathered one day at a church, Pale Bypass. And the statement you released, it gave our people hope. And we realized that we are not alone and we are not walking this journey without our help and without the rest of Kenya joining us. I'm very happy to see how Gema has come together. Our lost cousins and our cousins who sometimes we felt like we were a distance far from you, we are now united. Gema is united more than ever before. Our brothers from Western Kenya, I think I've seen Honorable Eugene Wamalwa with my younger brother and my fellow MCA. Tuliitwa ma MCA siku moja, mtu anaitwa Cleo. Western Kenya has come back to its feast, to the lost glory of the days of our former president, the resting president. His name was Wamalwa. I'm forgetting the first name of the brother. Michael Kijana Wamalwa. The days when you would meet and tell Tinga off. The days you'd meet and agree you're forming government. I stand here as a daughter of Mumbi and a daughter of Gema to invite you today, now that we've come to visit you, we've come to woo you. Join us in this journey. You may know Kasongo better than we do, because tangu ile chungo ya kwanza iliyooza, Eugene Wamalwa na Kalonzo Musyoka mlikuwa kule Pentagon. My brother Rigathi Gachagua, saa hiyo alikuwa mti ya mkono ya Uhuru Kenyatta. We want the minds of the dynastic families in this country, the minds of our sons who have helped these people to do and do well. There is no secret and there is no success of the President Uhuru Kenyatta without talking about His Excellency Rigathi Gachagua. This is the man who brought Uhuru and introduced him to politics. Kalonzo Musyoka is the man who held Uhuru and who held President Mwai Kibaki's hand. Tukapata serikali ile ilikuwa inaitwa ya NAK. Na kwa hivyo mimi nikimalizia, I see a fresh beginning. I see a concerted effort. The church, you're not alone. Civil society, you're not alone. Gen Zs, you're not alone. Our mothers and fathers, you're not alone. Wale mnaabdaktiwa kwa kusema SHA is not working, you're not alone. The journey has started today and it is a one-term president called Kasongo going home, na kati ya hawa watatu kutakuwa na mmoja wao wakiongezewa Martha Karua na wengine watakao tuunga. Tunataka hiyo siku ikifika tunaapisha mmoja wenu akiwa rais wa taifa la Kenya, rais wa 6. Asanteni. Thank you. I had to give her the microphone, but when she was speaking, I have seen my brother has walked in, Mheshimiwa Onesmus Gogoyo from Kajiado North, na nimerudi hapa kwa sababu kuna mheshimiwa mwingine nilikuwa nimesahau, anajulikana kama Mheshimiwa Mawadhe. Kwa hivyo utaongea, alafu Mheshimiwa Mawadhe atamaliza hiyo shughuli ya MPs. Na kuna mheshimiwa mwingine pia wa Iala. Kuna mheshimiwa mwingine wa Iala. Your Excellencies, kama nimehifadhi tikadi zote, party leader Wamalwa, mimi nimekuja hapa kuleta the second deputy president of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, nikiwa mbunge wa Kajiado North. Mimi sitakuwa na mengi. Wakati moja tuliongea na Rigathi Gachagua, akanieleza
going to any place kuna barabara nyingi. Kwa mfano ukienda Sugoi, naweza pitia Nakuru uende Sugoi. Naweza pitia Mai Mahiu, Naivasha uende Sugoi. Ile kitu tunatafuta leo ni ile barabara fupi zaidi ya kupeleka Ruto Sugoi. Na ndio kwa maana tuko hapa, to look for the shortest route to make sure William Ruto is a one-term president. Mimi sitazidisha hapo, tuko tayari viongozi, mtuelekeze ndio Sugoi iende haraka zaidi. Asanteni sana. Mheshimiwa Mawadi, please, tafadhali. Asante sana. All protocols observed. Mimi yangu ni fupi sana, lakini kabla sijasema jambo, kuna mheshimiwa mbunge wa Yala ambaye amekuja, Mheshimiwa Ken Musyoka, njoo usalimie wananchi tafadhali. Thank you. Jambo. Mimi sina mengi, all protocols observed. Yangu ni kuja kuwa support, kuwa encourage. Mutukumbuke pia tukiwa Yala, you know, they say the fish rots from the head. So I will let my leaders explain that, but keep us in your prayers. We want to take that shortest route. Nimeambiwa kuna a short route. So we want to follow. Tunaomba direction. Thank you. Asante Mheshimiwa, thank you. Makofi kwa Mheshimiwa wa East African Parliament. Asante sana Mheshimiwa Ken. Tunakushukuru. Kama ilivyosemwa, huyu leo tunamtaka kumshukuru mwanzo Mheshimiwa Eugene Wamalwa kwa kutualika hapa tuje kwa ufunguzi huu wa ofisi yako ya DAP. Tuko pamoja. Kama ilivyosemwa, wale walioketi hapa mbele ni wale ambao wanasimama na wananchi. Hawa viongozi walioketi hapa, hao ni wale wanasema mwananchi anadhulumiwa. Hawa wabunge walioketi hapa ni wale waliopiga no kwa hiyo finance bill mbaya mwaka jana. Huu muungano utakapofika, mimi na uhaki sisi tutakwenda State House bila kupingwa. Hawa ndio wananchi na hawa ndio wabunge walioketi hapa wenzangu, sisi ndio tulipiga no tukana kusimama na Gen Z. Hawa wabunge ndio wamesimama na Gen Z. Hawa viongozi ndio walisimama na Gen Z. Kwa hayo mengi na washukuru sana na wapongeza chama cha DAP kwa ufunguzi wenu wa ofisi. Asante sana. Nataka pia niwatambue wale secretary generals wa vyama, wale wako hapa wote, SGs wote. Mmetambuliwa, mnakaribishwa, tafadhali asanteni sana. Senator Maanzo, kuja mbele na wewe tujulishe senators wale wako hapa, tafadhali. Let me first call upon the senator for Kiambu. Please come on the podium. Asante sana Senator. Hamjambo. Viongozi, all protocols observed. Mimi naitwa Karungo Wadhangwa, Senator wa Kiambu, kuchaguliwa na karibu kura 600,000. Kiambu tuna kura nyingi over 1.2 million, na hiyo yote tumeprotect sababu ile serikali ingine inakuja, hawa wako ndani. Simamo ni hayo. Mimi yangu mawili tu. Kwanza kuwashukuru watu wa Western sababu hamukuingia box. Sikulikuwa na kiongozi ameshinda Busia, Kakamega na wapi? Alienda akisema ile maneno alisema, sisi tukaingia box. Alisema mwadhani agosho, Muriega. Sasa juzi nimesikia akisema Mlembe Busi. Mizangarira, something like that. Lakini ninyi hamukuingia nini? Hamukuingia box. Sababu kama anaweza danganya sisi,
wale ambao tulimpatia kura, je, wewe haukumpatia kura, atakufanyia nini? Hiyo ndio swali ambayo tungetaka kujiuliza. Na tumekuja hapa kuleta the People's Deputy President Rigathi Gachagua, ambaye alijua charity begins at home. Na hiyo ndio imefanyika pia kwa kiongozi wetu former Vice President Kalonzo Musyoka. Anajua charity begins at home. Unashikanisha Ukambani kabla hujahama. Hata mimi najua Eugene Wamalwa unashikanisha Western kabla hujahama. Sababu hata constitution yetu ya Kenya imefanya demarcation ya regions, 47 regions. Sasa ukiongelea kaunti yako, mbona anakuita mkabila? Mimi lazima niongelelee kaunti ya Kiambu kabla sijafika Nairobi ama ya Kajiado. Kwa hivyo nikiongelelea yangu ya Kiambu, nishikane na mwingine wa Murang'a, tushikane na mwingine wa Laikipia, tunakaa Mount Kenya, tunashikanisha, alafu tunatafuta Kalonzo Musyoka, tunashikanisha hiyo, tunakuja Western, tunashikanisha na Wamalwa. Wewe inakuuma nini unatuita wa kabila? Kwa hivyo sisi tunataka kusema kama viongozi haswa wa Mlima Kenya, tuko nyuma ya Rigathi Gachagua, na nafurahi sana sababu aliungana na Kalonzo Musyoka. Sasa gema iko complete. Gikuyu, Embu, Meru na Kamba. Sasa sijui nilikuwa naongea na Malala hapa, sijui tuongezee W mwisho. Nikuye Western. Sababu hata nyinyi ni watu ya nyumba. Si mnasemaga mundu kwa mundu. Na sisi tunasema mundu. Sisi wote ni sawa. Kwa hiyo asanteni sana na Mungu awabariki, na tunawakaribisha Kiambu. Thank you. Mheshimiwa Eugene, nakukaribisha Kiambu. Mheshimiwa Kalonzo, karibu Kiambu. Rigathi tayari yako Kiambu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you, Senator Fakajad. Thank you very much. Viongozi wetu, principals ambao wako hapa, viongozi wengine wote wa Kenya ambao wanatusikiza, tuko hapa tukishukuru Mheshimiwa wetu Eugene Wamalwa kwa mwaliko wa kiongozi wetu Rigathi Gachagua. Mimi nikiwa hapa nikirepresent Kajiado, naitwa Lenku Seki, senator wa Kajiado. Nataka kusema ya kwamba tunataka kupingana na roho ya uongo. Roho ya uongo ni mbaya ambayo imejaa Kenya, na hakuna kitu mbaya kama uongo. Na kuna mzee mmoja alizungumza akisema ya kwamba Wakenya si wajinga. Na sasa anatembea akiwa kiongozi wa Kenya ambaye tumempatia kura kuongea na Wakenya akifikiri sisi ni wajinga. Nataka kumwambia Rais William Ruto, sisi si wajinga. Kitaka kuweka jamii moja kama hao ndio watatengwa, achunge sana yeye asitengwe. Si ni kweli? Ndio. Wakenya si nini? Si wajinga. Mimi nataka kumalizia hapo nikisema Kajiado, Rift Valley, tuko kwa muungano ambaye Wakenya watatengeneza. Najua ya kwamba narrative hiyo ya Kenya, Wakenya si wajinga, Wakenya ukweli si wajinga, na uongo hatuwezi endanisha nayo. Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana. Na mimi kwa majina ni Daniel Manzo, senator wa Makueni. Juto yuko hapa. Senator Muraga, karibu. Asante, our principals, two former deputy presidents and a long-serving minister, na wote waliofika hapa, hamjamboni. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa jina, na mimi naitwa Joe Nyoto, ni seneta wa kaunti ya Murang'a,
na nimekuja hapa kuandamana na kiongozi wangu Rigathi Gachagua ambaye tunagoja atupe mwelekeo. Na nimefurahi kwamba tumekuja hapa kushuhudia muungano kati ya our principles, ili tuone kwamba tumetoa ifikapo mwaka wa 2027 serikali inayonyanyasa wa Kenya. Na mimi nataka tukukumbusha serikali amri 3 za Mwenyezi Mungu ambazo imevunja. Moja, thou shall not kill. This government has killed our youth. It has broken one of God's commandments. Thou shall not steal. This government is stealing everywhere, right, left, and center. Na 3, thou shall not tell a lie. They lie to us every day, but thank God we have been able to see. Mimi nataka niseme kwamba vijana wetu Gen Zs wamesoma Biblia vizuri. The law of Moses ilisema eye for an eye. Sasa Gen Z wameona wenzao wanauawa, na kwa sababu hawana nguvu ya kuua yule anayewaua, wamemuua kwa mitandao, wakamuweka kwenye jeneza. They are simply applying the law of Moses. Eye for an eye, ear for an ear. And that is exactly what they are doing. They are killing people who are killing their colleagues. Mimi nataka niambie our principles. History has a place and it repeats itself. In 2001, the late Mwai Kibaki, Charity Ngilu, and Michael Wamalwa started talks and came together just the way you have come together today. Later on, KANU out of nowhere broke, and everybody, and that time the former deputy president was in KANU. All of them broke and joined the NAC ya Mwai Kibaki, Michael Wamalwa na Charity Ngilu. That is what is going to happen. That Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa wakishikana, na waambieni Kenya Kwanza, hata wale mnaona huko watatoroka na watajiunga na hiki kikundi. And the president of 2027 is seated right here. Thank you very much. God bless this unity. Asante sana. Niseme ya kwamba the People's Loyal Opposition led by His Excellency Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, and now the People's Deputy President, and then also the People's Senator is here from KC. Let me say that it is very unfortunate that Kenya is going the way it has gone. President Ruto is killing institutions. We have just come from court to deal with the case of abductions, and you can see there is every effort to disparage the judiciary. There is every effort, but a lot of judges have stood firm, and we hope they are going to stand for Kenyans. The Gen Zs, I really want to make a request. If you don't have an ID yet and you are 18 years, please rush to your local chief and register. The ID is coming out in 3 weeks, right now, before they change their mind. And then we have seen that it's true. It will come a time where some regions will not be issued with IDs. So please run now and make sure you have an ID as a Gen Z. Now that IDCs be formed, we want to register as voters in big numbers. We want to register all the Gen Zs, 14 million in number. I want to assure Kenyans that this bad government, which is abducting and killing young Kenyans, must go home. And it cannot go home if we demonstrate seriously while voting. All demonstrations now must go to that day of voting and make sure that we vote so much that hata wakijaribu kuiba hawataweza kuiba. Kuna ipimo nyingi wajaribu kuiba washinde.
Maana yake sasa wametangaza ile strategy imebaki ni ya kuiba kura. Wanajua tayari wameenda nyumbani. Na ya mwisho niulize wa Kenya wote, siku hiyo tuchunge kura. Unapiga kura na unakaa hapo, unahakikisha kwamba haijaibiwa. Asante sana, nimeshukuru. Congratulations DAP Kenya. We are going to work with you. And also on behalf of Senator Wambua of Kitui, Senator Kavimbi of Machakos, wamesema tuko pamoja na nyinyi. Asanteni sana. Thank you very much, Mheshimiwa Senator Maranzo. Thank you so much. Kuna watu wawili naomba excellencies mniruhusu. Kuna mmoja amekuja nyuma. Rafiki yangu ni former MP. Tulikuwa na yeye bunge ile ingine. Na ile kitu nimefanya niseme lazima nimtambue akuje mbele. Alipewa kazi na Kasongo. Akawa appointed kuwa chairman na akasema sorry. Hiyo kazi sichukui. Na amekuja yako na sisi hapa. Nakubali asalimie kidogo. Mheshimiwa Dr. Victor Munyaka, tafadhali. Yaani wanakataa kazi. Na wengine wanatafuta. God is good all the time. Mimi ndio naitwa Daktari Victor Munyaka ambaye nilikuwa MP Machakos Town for 15 years. Unfortunately, I've been a supporter of William Samoei Ruto for those 15 years. But wakati tulikuwa tuna campaign, alikuwa anadanganya wananchi mambo ya bottom up. Kumbe ilienda chini ikawa bottom down. Bottom down, yani up down or bottom down? Bottom down, chini zaidi. Chini zaidi. Alikuwa anaambia Aslas, they will form the next government. But what we have seen today, na serikali ya mabonyenye na dynasties, including COVID billionaires. Kwa hivyo, mimi nimeshahama huko, niko na His Excellency Deputy President Rigathi Gachagua and Vice President Kalonzo Musyoka pamoja na Eugene Wamalwa ambao tumesabu bunge pamoja. Na this is a winning team. Ukiona nimeelekea hapa, mjue mbele iko sawa. Mungu awabariki sana. Thank you very much. Na huyu naye nitadonate dakika yangu moja. Huyu Alimuru Mwadhi. Kuja tu, huyu ndiye alikuwa na host the people's Deputy President na akapigwa kiti. Kuja hapo sema dakika moja. Asante sana. All protocols observed. Mwanzo ni kusema hongera kwa chama cha DAP ambaye party leader tulikuwa naye bunge. Rafiki yangu Eugene Wamalwa, and who has a very well known track record ya kufanya kazi. Pili, niseme ambao mnatoka Western. And like somebody has said, we are made up of regions. Our constitution recognizes those regions. And we are not ashamed to come from whichever region that we come from. And therefore, ule ambaye anatuita Kabila ambaye chuma chake kiko wapi? Kiko wapi? We are going to move on. We are soldiering on with the people's deputy president. You have very strong people like myself. Tulikuwa na wewe kule Limuru. Tulikuwa kwa mazishi ya kijana ambaye ni kahasola, kalikuwa kakijana kana chochote. And then huyu jamaa akatuma wala watu niliona wameenda kufuruga mkutano ya bibi ya deputy president. Wakakuja huko walikuwa na shoka, wengine na mapanga, lakini Mungu alikuja tu na ukombozi wetu, hakuna kitu kilifanyika. Na huo ukombozi wa Mungu na baraka mbalimbali alituonyesha, hiyo ndio itatufikisha mahali tunaenda. Rest assured, Your Excellency, tuko nyuma yako. I told them, hata watafute Subaru 20, waniweke, my resolve is known. We are going to fight for this liberation. Paka wakati wa mwisho, last minute, we shall make sure that in this panel here, one of you
will be at the top. In this panel here, all of you will be in government, including us who are here, a government of the people, for the people, by the people. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you so much. Now, yaani wakati nilikuwa tunaongea, mimi nataka kumaliza, nikuja hapa juu, kijana wetu Gen Z Mheshimiwa PK Salasia ameingia hako na sisi hapa. Mimi najua yeye anakuanga tayari. He's always ready. Kuja hapa mbele, kuja simama mahali mimi niko hapa. Kuja hapa. Simama hapa. Asante sana. Let me just begin by saying pole sana kwa kuchelewa, kwa sababu nimekuwa na interview pale K24 kuongea mambo yenye visit ambayo ilikuwa, so nataka ni apologize my party leader, pole sana. Na unajua tangu hiyo maneno but I'm happy. You see, unajua juzi watu walikuwa nafikiria kwamba after wametoa, there is a trend in this Kenyan politics. Watu wanajua kwamba ukishafanya kitu kimoja, wanajua hizi event mbili tatu, alafu wanamsahau Rigiji. But now it has become another thorn in this country. They have realized that Wamnyora has become so active. So wanauliza nini na hapa nikuna Wamnyora. Sasa mimi nilikuwa pia nataka nikisimama hapa, nataka niwaambie my party leaders wako hapa ya kwamba tunataka more Wamnyoros. Tunataka Wiper leader, pia sasa nataka tujue kwako sasa. Tulikuwa tunaanza kukuja huko. Mheshimiwa Eugene hivyo. Hata nyoka yuko hapa, si ndio? So that now watu ni waongee. Ukiona sasa rais anaanza kupayuka huko, akiongea mambo ati wao kwanza kujibizana na nyinyi, mnajua sasa mambo imeanza kuchemuka. Na tunataka ikuwe hivyo. So, mimi nataka tu niwaambie na mambo ya unajua party leader wa Mheshimiwa His Excellency, nilikuambia tuanze campaign Mheshimiwa Kalonzo, ukasema time bad. Wakati imeshaanza. Nchi imeshaharibika. Sasa na unajua mjaona wabunge wengi, wacha niwaambie. You know, last time nilisikia vibaya sana wakati niliongea Mheshimiwa anaitwa Caleb Hamisi. Nikaongea na Caleb Hamisi nikamwambia umeongea vibaya sana. Sasa recently alipigia simu akasema anataka, ameona sasa mambo imeshaanza kushika momentum. Ule mwenye alikuongelesha akasema ati hamwezi kutoa ati Ruto ati Raila peke yake ndiye anaweza. Hapana. Sasa ameanza kukuja, watu wameanza sasa, nyinyi mnataka campaign ianze saa hii. Alafu mimi tunataka tu niwaombe, jana nimesikia vibaya sana Mheshimiwa His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka. Unajua siasa iko na washwash mingi sana. Mimi nikikuwa pale waziri nikaamuka nikanyang'anya mtu microphone. Huwezi kuja kwa mkutano wako alafu unaongea mambo ya chama cha ODM katika mkutano wako. Penye umekaa. Hiyo kitu imeniumiza roho. Penye nilikuwa hata sijalala. Wanakwambia sijalala. Unajua uzuri wangu mimi naongeaga ukweli. Mimi nataka tuulize ya kwamba don't allow the enemy to come and confuse you, my party leaders, my excellencies. Ule jamaa anakuja pale anaongea mambo ya ODM kwa chama chako, na tumeshazika kile chama kinaitwa ODM. Alafu wanakuja, sisi tunataka, na mimi nimeambia sahi kwa radio nikiwa pale penye nimekuwa. Nikamwambia naombea Raila Amolo Odinga apate ile kiti cha chairman chenye anatafuta. Ndiye asikuja katu confuse sisi wa Kenya. For the first time ataki kujinga, ataki kujinga. Sasa kujinga na kwa msa kujinga. Mbona kwa kimosi kama nakunywa mali kitu chochote. Sasa ni mambo ya kukomboa nchi yetu ya Kenya. Siwezi ongea kupita hapa, asanteni sana kwa nafasi. Makofi kwa Mheshimiwa PK Salasia.
Yaani waheshimiwa bado wanazidi kuingia. Nimeona Kakuya ama nani? Basi mheshimiwa, huyu ni chuma ya zamani, kuja tu mbele. Tunataka kuja hapa juu kwa principles. Hapa. Karibu mheshimiwa. Ulipotea. Niko. DAP fraternity, viongozi wakitangulia na ndugu yangu kijana wa Marwa, timu ya ambaye mmekuwa mkifanya kazi nayo kitangulishwa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, na ndugu yangu Deputy President sijamuona, lakini natumaini hako area very well. My colleagues na all protocols observed. Mimi nimekuja nimechelewa, pokeeni salamu zangu, mko wazima? Hata mimi nimesema baraka ya leo nije nihesabie pamoja nanyi, na nimepotea huko ndani. Nimejaribu kugugu hiyo gugu zangu zikaniletea tabu, sijui kama zimekuwa hacked, na ndio wako kila mahali. Lakini yangu tu ni kusema hii ni hatua mzuri, na kuwa na pata headquarter hapa kwetu Nairobi ya bahari maridadi kama hii. Hii ni hatua ya kusonga mbele, na niungane na nyinyi nikisema naona siasa zimenoga na watu wamejitoa kwa kiwanja, na kwa hivyo kwanza kujipanga ni kuwa na ofisi, alafu kutoka kwa ofisi ni kusonga mbele kutafuta kule umaarufu kule kwingine. Na tuseme kwamba mimi niko nyuma ya Deputy President, the People's Deputy President, na mahali na ile fraternity yote atasema tuungane, mimi niko tayari. Na mimi nitasema kama mwanasiasa kwamba tusipokuwa kitu kimoja tutaweza kugawanywa na kukosa ile nguvu. Kwa hivyo ningewauliza wale ambapo wana maoni sawa, ni mzuri wawe na matarajio ya kuungana pale mbele, ili tuweze kupata nguvu na kupigana na William Ruto. Si kazi rahisi sana, na ni kazi rahisi watu wakiwa kichwa moja, kwa sababu lazima awindwe kutoka kona zote, na ni vizuri tuwe na watu wa kumuinda kutoka Western, tuwe na watu wa kumuinda kutoka Eastern, tuwe na watu wa kumuinda kutoka Mombasa, tuwe na watu wa kumuinda kutoka Central, na zote tukiungana pamoja hii kazi itakuwa rahisi. Yangu ni kusema hakuna mtu hajajua kero ile tunayo, na hakuna mtu hajui ni nini tunahitaji kama Kenya. Na kama sasa Kenya tumerudi kule tulitoka, ni kama sasa tuko kwa chama moja. Na mimi niona huyo mpango wa ndugu yangu wa hii broad based, nikaona huyu jamani kama anataka kumaliza multi party. Kwa hiyo msikubali turudi hapo, na tuendelee kupigania haki zetu, na tukiungana tutafaulu na tutakuwa na serikali mpya. Asanteni. Asante mheshimiwa. Sasa mnisamee tu waheshimiwa principals, excellencies. Yaani nimeona nikiendelea kufanya hivyo nitaharibu. Sasa mniruhusu tu ya mwisho. Mheshimiwa Mule, wewe sasa hata mheshimiwa mwingine akikuja nyuma atakaa tu, nitamtambua tu akuji mbele kusema kitu. Karibu mheshimiwa, tafadhali. Dakika moja kwa sababu umechelewa mheshimiwa. Asante sana. Mungu ni mwema kila wakati. Kila wakati Mungu ni mwema. Poleni sana, nimechelewa kidogo. Party leaders, nilikuwa safari, nimefika tu saa hii, hata sijafika nyumbani. Bagi bado iko kwa gari, kwa sababu hii Kenya mahali imefika lazima iokolewe. Na mimi nasema hivi, sina mengi. Bwana Gachagua, Bwana Wamalwa, Bwana Kalonzo, tukikosa kuungana na tuweke ubinafsi kando, hii nchi itaisha. We are the only people and hope of Kenyans, and I know all of you, you are men of good heart to Kenyans. Sit down early enough, mtupatie mwelekeo, mtupatie candidate mapema, Kasongo ajipange aende nyumbani, kwa sababu wa Kenya wamevumilia ya kutosha. Kwa hivyo ombi langu ni kwamba sisi kama Wakenya ambao tunasimama na Wakenya milioni 52, because wale wengine hawasimami na hao Wakenya, tusijaribu kugawanywa na tusijaribu kuuziwa uoga. Najua wako na mpango
ili ukikuja pamoja waanze kutagawanya katikati. Mimi nitakuwa glue. Kitu ile itafanya kila mtu itafunga mshipi hapa nyuma, nifunge na ule mwingine, ukitaka kutoroka na vuruta na kuweka chini na tunasonga mbele. Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you very much. Mimi nitasema neno moja tu. Hii struggle iko sasa hivi, tunaweza kulinganisha na ile ilikuwa kwa wakati wa chama kimoja, kwa sababu wakati wa chama kimoja kulikuwa na watu wana raise voices wakati huo to liberate the country for the second time, na walikuwa wanashikwa, walikuwa wana apply sheria ya detention without trial, walikuwa wanashika watu wanapotea, watu wengi waliumia, walikuwa detained, walishtakiwa, tulikuwa na watu na charges mingi in court. Hizo kesi zote wale watu walishtakiwa, if I can name them, ni watu wengi sana, kutoka kwa wazee wale walipigania kina Matiba, Jaramogi, kina Shikuku, everybody. Mnakumbuka hiyo struggle. Hiyo struggle imekuja ikapatia sisi faida kama Wakenya. Tulipopata katiba mpya, tukapata uhuru, tukapata vyama mingi, multipartyism ikakua, freedom of speech ikakua, freedom of association tukapata, na watu wanaweza kuongea chochote. People could talk about Kibaki na hakujali. People talked about uhuru. Hakuna kitu ile inafanyika saa hii ilifanyika wakati ule isipokuwa wakati wa Moi. Yaani ukiongea chochote, hiyo kwa bar, hiyo kwa hoteli, hata kwa nyumba na bibi yako na watoto, mnaulizwa mlikuwa mnaongea nini. Tunataka kurudi hapo. This is what I want to remind you. Wanataka kuturudisha sisi hapo. You recall mambo ya apartheid in South Africa. Walitumia abduction ku silence those that were part of the struggle. Na watu wengi walidisappear South Africa. The Africans wale walikuwa wanapigana na mzungu walidisappear wengi sana. It has happened in other countries. It happened here in Kenya. Na tulikuwa tumemake gains. We had scored. We had achieved in freedom ya mazungumzo na association. But now, William Ruto wants to take it away. Waheshimiwa, yaani mnataka kukubali achukue hii gains tulipata tena aturudishe huko nyuma? Itahitaji mjitokeze. And be strong, we must fight. It is not going to be easy. Kama anataka kutumia hiyo, muwe tayari hata kushikwa. And I'm happy many of you have said you are ready to be arrested. Mpelekwe ndani. Mko tayari? Hawezi kushika. I can see. Mimi nilikuwa kwa hiyo meza, Mwai Kibaki na Wamalwa and Charity wakikuja pamoja na viongozi wengine wakakuja kwa jiunga. Walikaa tu vile mmekaa hivi. Onyonga tu pengine naona amejiongeza hapa, Senator Senior Senator Onyonga. Hao walikuwa watatu, lakini Onyonga wewe iko hapa pia. Vile mmekaa hivi, I can see a new government in 2027. So tukamatia hapo, hakuna kugawanya, hakuna kuuzia ukabila, hakuna kuambiwa hii waja Mount Kenya iteremke mpaka Eastern Coast huko tuende Western. Tusikubali mambo ya kasongo na tuende serikali. Hiyo ndio mimi naweza kuomba waheshimiwa, tafadhalini muwe na nguvu, msiuziwe uoga. Tumesikizana? Basi sasa nataka kipindi inabaki nishukuru Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tumekuwa na yeye, amepigana sana. Yeye ni jirani wetu hapa, ofisi yetu hii na yake iko hapa ya Wiper.
So tunatembeleana tutakuwa tunaomba kitu hapo mheshimiwa, tulikuja tukaribishe, tunaendelea na hiyo ushirikiano. Nataka pia nishukuru the people's deputy president Ricky G. Unajua hawa jamaa kweli walifikiria wamemaliza, umeonyesha uko na nguvu mpya. You are re-energized and ready. Hatuwezi kuona Mungiki sasa inakuwa revived because of you. Mungiki inakuwa revived to tackle Ricky G. Lakini huko na watu bila ona, hata wakijaribu Mungiki imejaribu before imeshindwa, zitashindwa. So asante, tunakuombea uwe na nguvu. Samas Mheshimiwa my brother Onyonga na kiongozi wetu, tushikane. We have mandated you as a party. Tumekupatia uwezo. You are our candidate. When we move on, tutakuja kujua hapo mbele, lakini lazima tushikane pamoja. You also have a free hand to talk with Mheshimiwa Kalonzo and Gachagua. Feel free to engage them na tuendelee pamoja kama coalition ile inaenda kuundwa that will form the next government. And on this note, I want to take this opportunity to invite you ukuje uweze kusalimu wageni wako, wageni wetu, na utukaribishie, uongoze hii kipindi imebaki ya hawa hapa juu. Karibu. Asante sana, His Excellency Rigathi Gachagua, the second Deputy President of the Republic, His Excellency Kalonzo Musyoka, the 10th Vice President of Kenya, my brother Senator Onyonka, who is here representing my brother Dr. Fred Matiang'i, and all of you gathered here today, fellow leaders, hamjambo. May I take this opportunity first of all to welcome you to Chui House. Karibuni Chui House. Ni heshima kubwa sana mmetupa ninyi kuacha shughuli zenu muje hapa muwe wageni wetu. Tukifungua nyumba hii tumeomba pamoja, tumeingia pamoja, na pia leo tumeanza safari pamoja. Niko na marafiki ambao nimewaalika hapa. Nataka nipeane nafasi kwa wachache. Sababu ya saa tulikuwa tumekubaliana ya kwamba tumalize program hii by saa 8. Vile mnajua kuna mvua nyingi sana. Tukichelewa kidogo masaa 9 kutakuwa na a lot of rain hapa. Kutoka hapa labda kutakuwa na shida kidogo. So nitapeana nafasi hii kwa marafiki zangu wachache waje wasalimu. Lakini kwanza nitambue a few leaders kutoka kwa chama chetu cha DAP Kenya ambao hawajatambuliwa labda. Hapa kutoka Vihiga County tuko na the incoming governor wa Vihiga County, Mheshimiwa Alex Kidake. Nilikuwa na speaker wa Busia, sijui kama ako hapa ama amekaa pande gani, na wengine ambao wametoka sehemu hizo. Tuko hapa pia na viongozi wetu wa vijana. As you are told, DAP is a very young party. It was launched in December of 2021, on the eve of the last general election. When we launched this party, the Honorable Wafula Wamunyinyi was our founder party leader, akiwa mbunge wa Kandui, na akiwa na mwenzake Dr. Simiyu Eseli, who was our SG, akiwa mbunge wa Tongaren. I took over this party wakati huo nilikuwa waziri. I took over this party in January 2022. So siku ya leo tulikuwa tunasherekea pia anniversary ya 3
ya chama chetu, chama kichanga sana. And we also have very young leaders that I want to recognize here. Tuko na kijana wetu anayesimamia vijana hapa, Senator Ken Babu ako wapi? This young man is doing a great job. Yeye ndio mkubwa wa vijana, anatoka Kisumu County, and he's one of the greatest leaders we have ambao wanapigania Gen Zs katika taifa letu. Makofi kwake. Ako na mwenzake kutoka Kwale County, ako wapi? Karibu, Pauline, karibu. Ujue umeona tu wazee hapa, mnaweza fikiria hii chama ni changa na iko na wazee, lakini tuko na majenzi pia. Huyu pia ni kiongozi wa vijana katika chama chetu, and together they are doing a great job with Ken kuleta majenzi on board. Leo pia in a very special way chama chetu kimetambua one of our youngest members of parliament. Actually, he's the youngest member of parliament in Western Kenya, and I think one of the youngest members of parliament in our current parliament. Kijana wetu PK Salasia. Kuja mbele kidogo PK. So leo tukiunda muungano wetu mpya na vyama mbalimbali na viongozi ambao umeona hapa, tunataka pia mjue that apart from the partners that we are going to join hands with, political leaders, seasoned leaders who have led this country, and we have two of them here who have led this country at the second highest office in the land. One as the second deputy president, one as the 10th vice president. We have other partners who will be with us, apart from Onyonka ambaye amewakilisha ndugu yetu Fred Matiang'i, dada yetu Martha Karua. Vile mnajua leo tuna kesi kotini, Mheshimiwa Kalonzo nami tumekuwa na Martha na team kubwa representing wale vijana wamekuwa abducted. Martha is in court, lakini ametuambia ya kwamba vile mmemwona na Rigiji kule Kirinyaga, yeye ako na sisi hivi. Another partner ambaye hayuko hapa ni Mheshimiwa Peter Munya. Tumeongea naye na alikuwa upande wa Nakuru, na amesema nilete salamu zake kwenu nyote, na mjue PNU ikiongozwa na Peter Munya wako pamoja nasi. But even as we bring on board these great partners, the pillars that will form the next government, we must bring the young people on board. Our greatest partner that will ensure we win round one and send William Ruto home ni hao majenzi. So today I wanted to give a special recognition to this team and to tell Bwana PK Salasia ya kwamba in recognition of your efforts, fighting as the champion of the Gen Zs, fighting as the champion of the farmers, mambo ya Mumias, mambo ya mbolea fake, na wewe ndio umesimamisha Ruto damu kule Western, mambo ya SHA na SHI. Wewe ulikataa mambo ya finance bill ya Zakayo, and PK with his colleagues, actually DAP was a party that voted 100% against finance bill 2023. Pia wakapiga tena 100% against finance bill 2024. And hata wakati wameleta mambo ya Gachagua, huyu PK alisema yeye hawezi tumika kupiga Gachagua vita, akapiga no tena kwa mambo ya Gachagua. Akasimama na majenzi. So today, PK Salasia, in recognition of your outstanding loyalty to the party, loyalty to the cause, and also kubeba bendera ya chama chetu. Tuna kiongozi kwa county yetu ya Kakamega who was facing disciplinary matters sababu ameenda against the ideals of the party na amejiunga, anafanya kazi ya Zakayo badala ya kufanya kazi ya wananchi. NEC recommended in our last NEC, and today after consultations tumesema kama wana NEC we want to elevate PK Salasia
to a very senior position in our party. Wananeki, hiyo tumekubaliana? So PK, utakuwa unapata barua yako, your name will be gazetted, and I'm very, very happy that my brother Stephen Kalonzo Musyoka, in their last NEC, Wiper walideal na another enemy of the Gen Z. Anaitwa Farah nani? Your Excellency, we must really thank you for that. Because we need these young people. And anyone who is an enemy of the Gen Z is an enemy of Kenya. So today, as we move forward and start this journey, we want in our respective parties to give a special place for these Gen Zs in the leadership of our parties and in the leadership of our movement that's going to form the next government of the Republic of Kenya. Asanteni, mnaweza keti. So nataka kwa wale special friends ambao nilikuwa nimealika. We have two friends from Nairobi. Lakini sababu ya saa, I don't know, nataka niwatambue tu. Mheshimiwa Philip Kisya, Mheshimiwa Tony Gashoka. Sijui kama mtawaruhusu just one word, tafadhali, because we wanted to end the program at exactly 2. So Tony, please, just one word, and Philip, tunawatambua kama rafiki wa chama kutoka Nairobi. Before we go to Western, I want to bring my special brother, ndugu yangu Cleo. Awalete ujumbe wa Western. My party leader, my age mate, who I admire and who I respect, Honorable Eugene Lodvik Wamalwa, the man of the mountain, Mzee rafiki yangu Rigiji. It is an honor to be by your side, because Winston Churchill said, of all the virtues of a man, none is more important than courage. I want you to know, and I want to assure you, that these people who think they are dealing with you, they are going to deal with us. And I want to stand and tell you on behalf of the people of Nairobi, my mother in Thika, and our brothers in this Western province, because you have been sacrificed for the altar of these children who died, from the people of the blood of the struggle of this nation, we will honor and respect your struggle. And I'm very honored that you are here. Finally, to my oldest friend, Stephen Kalonzo Musyoka, who I honor and I respect, na amefukuza andani juu yangu. Mheshimiwa Kalonzo, you cannot leave us because you are our oldest brother. I challenge you, and I ask you to stand with Eugene, because Eugene will stand with you. To my age mate, Onyonka, mimi nimefurahi sana kukuona. Wewe unajua siri zetu, na mkubwa anasema nisiongee sana. Kwa watu wa Nairobi, mimi nasimama na DAPK nikiwa governor. Nimeshashinda. Naambia baba yao akiwa hapa. Usipoteze wakati. Asante sana. Baba yao, hayo ni maoni yake. My brother Eugene and Excellencies Rigathi Gachagua, Excellency Kalonzo Musyoka, who is also my coalition leader. Mimi nitachukua 90 seconds. 90? Kwa sababu within 90 seconds, hiyo barabara tumeoneshwa, huyu mtu ambaye anaitwa William Samoei Arap something, lazima aende nyumba. Hello? Na nimefurahi kuona rafiki yangu hapa Geoffrey. Nilikuwa nimemwambia hapo awali tukikutana pale Nairobi Club, you are dealing with a mukora. I'm happy to see you here. Sio? 3 things. Ya kwanza, mimi ndio executive director wa Azimio. Ndugu zetu wametangulia, wameenda kutafuta shamba ambayo sisi ambao tumebaki tukiongozwa na Mheshimiwa Kalonzo, tutabeba hiyo nyumba yote pamoja na foundation, tutaleta mahali ambapo mmetapata ile shamba. Sio? Wengine mnaenda na mattress, wengine mnaenda na nini, na vitanda, lakini sisi tuko na ile nyumba na foundation.
na tukiongozwa na Kalonzo. Kwa hivyo tuko pamoja kwa vita hivi. Ya pili na ya mwisho, rafiki yangu, sijui kama ni rafiki bado, lakini rais kwa wakati huu, juzi ameingia Western akasema kwamba Wakenya watahara. Si alisema ama kusema? Si alisema tahara? Sasa mimi nimeongeza hivi, hawa Wakenya, there are 57 million against 1. Hello? Na hawa wanaume na wakina mama ambao wako hapa, tutaunda team, na kazi yangu ni kuunda team ambayo itampeleka Kasongo Kaongo nyumbani saa 2 asubuhi, na kazi yangu kama ED wa Azimio ni kutengeneza chopa, kwa sababu tutampatia heshima yake, kumpatia chopa, kumpeleka Sugoi yeye na familia na virago vyako, na nimemuuliza aanze kupanga virago. This is a war of 57 million Kenyans against 1. Mungu abariki. Asante sana Philip. May I invite my brother Cleo Malala. Na huyu jamaa ndio amealika Rigiji kule Kakamega. Wakenya walimpokea Rigiji in a very special way. Ndio mnaona Kasongo alikimbia kukaa siku 6 Western because of that visit. Karibu Mheshimiwa Cleo. Asante sana the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, the former Vice President wetu Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, na party leader wetu wa chama cha DAP Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Ningependa kuwasalimu, hamjambo. Kwanza kabisa mimi ningependa kusema leo tumekuja hapa kumpongeza ndugu yetu Eugene Wamalwa kwa kuunda chama ambacho ameonyesha kwamba ni chama ambacho kinaamini kwa maadili fulani. Unajua kuna wenzetu ambao wamezoea kuunda vyama, alafu hizo vyama zinakuwa kiosk, zinakuwa za kufanya biashara. Hiyo biashara ikiisha wanafunga hiyo chama. Mmeona ndugu yetu Musalia Mudavadi aliunda kioski yake akafanya biashara na Waluya, akimaliza kufanya biashara na Waluya akafunga hiyo kiosk, akaenda kuweka stock yake kwa wholesale ambayo inaanguka. So mimi kwamba ule Kasongo mpaka aende nyumbani, ningependa kuambia, juzi tumeona chama cha UDA kinashikana na chama cha ANC, na nikashangaa sana, nikaona watu wanasaini makaratasi hapo, wanasaini. Tungependa kuwatangazia kwamba wale walikuwa wanafanya sarakasi, wale watu wako na register ya UDA, wako na makaratasi ya UDA ni huyu Gachagua na Cleophas Malala. Sisi ndio tuko na makaratasi ya hiyo chama. So wanafanya sarakasi. Membership ya UDA yote 60% ilikuwa kutoka Mlima na iko hapa. So mnasaini makaratasi bila members. Mnasaini makaratasi ya nini? Maja ya kufanya nini? 60% of your members are out. Wale wachache 20% tumetoka. Sasa wewe unachukua 20% ya UDA ambayo ilibaki na ANC ambayo haina kitu, mnashikanisha. Sasa hiyo ni mada ina gani? So ningependa kuambia nyinyi viongozi ambao mko hapa, nyinyi ndio mtakomboa Kenya yetu. Na mimi nasikia mnasema ati 2027 Kasongo paka aende nyumbani. Ningependa kuambia you have a responsibility to save Kenya right now. Hatuwezi achilia ati tuachie huyu jamaa miaka 3 aendelee kuzalisha nchi yetu. Ni lazima kama tunataka kumtoa hatoke saa hii. We must stop him from doing the evil things that he is doing right now. Hatuwezi ngoja hadi 2027 ndio vijana wetu waache kuabdaktiwa. Hatuwezi ngoja hadi 2027 ndio wamama wetu waache kuuliwa. Hatuwezi ngoja hadi 2027 ndio pesa za umma ziache kuibiwa. So we have a responsibility right now to deal with this man. Saa hii tukimwachia 2027
mtainherit nchi ambayo imeshaporwa, nchi ambayo haina kitu yoyote. Na mimi nashangaa, mimi nasikia tulikuwa na ile manifesto ya UDA ilikuwa inasema mambo ya affordable housing. Sasa saa hii ameacha mambo ya affordable housing, amechukua 1.7 billion kurenovate State House. So tungependa kuuliza viongozi wetu ambao wako hapa, you have issues to deal with right now. The president anataka kuinterfere na kila sekta. Vile mmekaa hivi ashawapangia, ashaona mmemshinda, anataka kupanga sasa mpaka Supreme Court. Ametuma yule Nelson Harvey aende angatue wale majudges wa Supreme Court, wakijua kwamba tumeshamshinda. So anataka kuweka Supreme Court ambayo itamweka mamlakani lazima. Tungependa kuambia Rais William Ruto, tunakujua vizuri sana. Sisi tunakujua. Hiyo mpango yako yote tunaijua. Na tungependa kuambia stop interfering with the judiciary. Wachana na judiciary kabisa. Sasa tunaona yeye alikuwa amekataa kuform IEBC kwa sababu alikuwa anangoja matokeo ya AU ya Raila ndio ajue kama ataform IEBC na Raila ama kama atarusha Raila. So tungependa kuambia Raila, pia wewe wamekutega, wanangoja tarehe 15. So hii IEBC ni kipindi. Vile mwenzangu amesema hapa, siasa ya Kenya imekuwa ya wash. The president is waiting for the results za AU. Ndio ataambia wale select committee, weka huyu kwa IEBC, weka huyu kwa IEBC. Kama Raila atapita, wataweka watu wake kwa hiyo commission. Lakini kama Raila ataanguka, I can assure you, Kasongo hataweka mtu wa Raila hapo, akijua kwamba Raila anakuja anataka kiti yake. So we want to tell you, Mr. President, kwamba tunakujua. Sisi tumefanya kazi na wewe. Huyu Rigathi anakujua. Tunajua hata ukipenduka ukiangalia huku, tunajua masikio yako inakaa. Ukipenduka ukiangalia huku, tunajua forehead yako inaangalia aje. Ukipenduka ukiangalia nyuma, tunajua kisogo yako inakaa aje. Na wacha niwaambie nyinyi wa Kenya, kama iko mtu muoga hii Kenya ni William Ruto. Hata saa hii penye yako anatetemeka tu. Anatetemeka kabisa. So I want to urge our leaders, tushikane. Tusiruhusu huyu jamaa aweke nchi yetu wa kaburi. Unaona ameingilia sasa mpaka chakula ya majeshi. Ati majeshi wetu waanze kupewa chakula na wananchi wa kawaida. Ati majeshi wetu wakose chakula yao ya kukula. Tunakuomba Rais, gusa vitu zingine, lakini usiguse ule msingi wa taifa. Na mwisho kabisa, mumeona tarehe 29 Disemba niliweza kualika Mheshimiwa Rigathi Gachagua akuje kule mkoa wa Magharibi, and he was there for a record of 4 hours only. Mheshimiwa PK Salasia akamwalika Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. He was there for 2 hours only. So cumulatively, Gachagua and Kalonzo were in Western for 6 hours. The president decided to go for a 6-day tour. Yani, huyu mtu ni mwoga, I can tell you. Na sisi tunawaambia, na tuko na mambo yake hapo ndani. So mimi ningependa kuambia kwamba mkoa wa Magharibi, nimesikia wakisema kwamba they want to isolate the mountain, ati kwamba Wakikuyu na watu wa mkoa wa Central Province wako peke yao. We want to assure the nation and we want to assure the people of Central Region kwamba mko na marafiki. You are friends in you. Mko na marafiki pale Western. Huyu Eugene yuko hapo, mimi niko hapo, Salasi yako hapo, Natembea hako hapo. Mko na marafiki kwa Wakamba.
So you are not isolated. So huyo rais anadhania anawa isolate, kumbe anaji-isolate. So we want to assure you that sisi, umesikia ati kuna vyama mingi ambazo zimeshikana. Chama ya Wiper, DAP, lakini kuna chama ingine inakuja. Ya ina jina, lakini inakuja. Tungependa kuhakikishia kwamba hiyo chama haitakuwa chama ya mlima vile wanajaribu kuipaka matope. Hiyo chama itakuwa chama ya kitaifa, and we want to pledge our commitment that we are going to work with this coalition. Asante sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you. Asante sana ndugu yangu Cleo. Sasa nataka nilete rafiki yangu kutoka Gusiland. Huyu jamaa mnajua ya kwamba kulikuwa na whistleblower alikuwa anaitwa Amenya. Lakini the real whistleblower Kenya hii, bunge la Kenya, alikuwa ni Senator nani? Onyonka. This is no, this is the whistleblower. Huyu ndio alifungua wa Kenya macho na akawaambia nchi yetu iko hatarini, airport yetu ya JKI inaenda, na kuna mtu anaitwa Adani. Bungeni, it's Senator Onyonka who blew this thing up. Kotini, we were led by our DAP member, the Honorable Tony Gashoka. Huyu ndiye aliweka ile petition iliyopeleka Adani kotini. Gashoka versus Adani case. Tony, that was very brave of you. So in court and in parliament, we have fought Adani as we speak. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, nami na team ambayo tumekuwa nayo kotini ya mawakili, tumekubaliana ya kwamba lazima tufuatilie mambo ya Adani hadi mwisho. Siku ya tarehe 29 tuko tunarudi kotini now for the final phase of the Adani case. So Senator Onyonka, as I invite you to come and speak to this very distinguished gathering, I want to thank you for your courage, for standing with the people of Kenya inside and outside Parliament. I also want to thank you for coming to Chui House today to represent our brother Dr. Fred Matiang'i, a man I served with in the last cabinet, a man of great ability, and a man who has agreed and decided to join the winning team, which is at Chui House today. So leo sitaki niseme kubahatisha, hapana. Mambo yalianza kama ruma. Tunasikia Kalonzo na Wamalwa wanaungana. Tunasikia Kalonzo na Wamalwa wanaongea na Gachagua. Tunasikia Kalonzo na Wamalwa wanaongea na Matiang'i. Leo tunataka msikie from the leaders, the horse's mouth. Je, Kalonzo ako pamoja na Wamalwa, ako pamoja na Rigiji, na Matiang'i ako nao ama hayuko nao? Mungependa kupata jibu leo? So none other than Senator Onyonka, Senator of the great county of Kisii, will deliver that message from Honorable Dr. Fred Matiang'i, and officially we want to leave these premises with a team that will go out. As they broaden the broad-based government, we are going to broaden the opposition and to strengthen it every day to ensure we send the guy home. Senator Onyonka, karibu. Asante. Thank you. I would like to, excuse me, I've been losing my voice. I don't know whether it's because I'm growing older. Your Excellency, Vice President Kalonzo Musyoka, the People's Vice President, Honorable Gachagua, my friend, my brother Eugene Wamalwa, Chairman of this wonderful party, young party, and everybody who's here. Nimekuja hapa kwa kiajali. I was actually not aware that this meeting was here, but yesterday Dr. Fred Matiang'i called me from where he is. Na wale ambao hawajui, amepewa kazi na World Bank kule Latin America, ambaye alikuwa amepatiwa agreement. Sasa
ameamua atawachilia hiyo kazi, atarudi Kenya na yeye atakuja kukuwa na hawa ndugu wetu. Jambo la pili ambalo ningependa kusema ni kuwa ujumbe alionipa ni kuwa ameona kuwa vyama vingi vingependa kumtaja kuwa yeye ndiye atakuwa mwenyeji wa hivyo vyama, lakini amesema kuwa angependa kila mtu angojee, kwa sababu angependa aje hapa azungumze na hawa ndugu zake, ndio sasa ataamua vile tutakuwa tunasonga. Lakini ile message nitawapatia ni kuwa wale ambao tumekuwa tunafanya kazi na chama cha ODM, tumefanya hiyo kazi kwa heshima. Imekuwa miaka 25 tumembeba mzee Raila. Hata wakati mmoja, wakati ilikuwa mbaya sana, sisi tulikuwa tunamshika mzee, tunasema tuendelee mzee, pengine Mungu uweze kujua ya Mungu yako vipi. So ningependa kusema kuwa sisi watu wa eneo la Kisii wote wamesema tunarudi hapa kwa huu mkondo hapa, na wamesema candidate yetu ambaye atasimama urais na hawa wengine as equal partners ni Dr. Fred Matiang'i, ambaye amenituma, na huo ndio ujumbe nimeleta. Finally, I want to tell you the last thing he said, and I'll reflect it because I hold it very dear to my heart. This country is in a mess. Can I tell you how your country is in a mess? Let me just use 2 minutes to explain how your country is in a mess. We are the only country where we have a consolidated fund, which is money where all the Republic of Kenya money is kept. No president has ever had access to that money. Not Kenyatta, not even Moi, not Kibaki, not Uhuru. Right now, the consolidated bank, the consolidated account at the central bank is open. We are the only country in the world where we borrow money, it never lands in Kenya, the money goes and nobody asks anything. 2 months ago, Tony, 106 billion. What happened? Nothing. We are the only country where we take state resources. There's a constitution which talks about the money has to arrive at county government at a certain time. And by the way, when the money arrives in the county governments, depending on which side of government you are, most of our governors are taking all that money. And I'm proud to talk about it because I have the evidence. How can a governor pay 860 million for fueling of cars in a county government? That money inafika kwa county, inarudishwa mahali. We are the only country that has got a strategic plan for development, whether it is 2030 Karungo. We are 2030, we are 2045, sindio? Zote zimeisha. Konza city is dead, broke, money has been taken, nobody's working there. Ministry of Health, there are no vaccines, there are no medicines. We don't have a country. We don't have a country. Now we are moving into the military. We have a budget of 3.4 trillion. Now they are going to 4.6 trillion shillings. For doing what? Not a single serious government project. When you ask them where the money is, they say they are paying the debts. When you tell them so much, so as how much you have paid, they don't say. Sasa, ndugu wa Kenya, mimi ningependa kumaliza hivi. Nyinyi wazee mko hapa. Kwa hisani yangu binafsi ningependa kuwasihi hivi. Tafadhali mchunge nchi yetu isiende mtoni. We are expecting you to change what has been happening in this country. Don't get power and go back and do the same things that William Ruto is doing. I thought it's important I say that. Finally, I want to say this. All of you have distinguished credit. Mheshimiwa Gachagua, you're tough. You're a very tough nut. Keep it up.
As I've heard my brother say, history will vindicate you. Keep it up. Eugene Wamalwa, thank you for your energy, your effort. You've been talking to me, and I've been saying, yes, we can change Kenya. I know what you stand for. Mzee Kalonzo Musyoka, you know I've worked with you for over 20 years. At one time, you trained me in the Ministry of Foreign Affairs. I want to tell all of you who are here, this country completely depends and relies on you. All I can promise you is those troops you're going to send, we will work with you, we will sacrifice ourselves. Jana mtu alinipigia simu akasema Onyonka siku hizi sijui unakaa namna gani, hao jamaa anasema hata wanaweza kuja wakupige vikiboko. Me, I have children now, finished school. I don't need money. Honestly, I don't have to steal public money to be where I am. I don't. And we tell the president, we don't disrespect him. Karungu, have we ever disrespected the president? No. Even my friend Salasia, we are telling the young man, govern, Mr. President, govern. Go and do things in Central, build roads, enable money, take kids to university. When we say university funding model is not working, it's not because we are stupid. It's because somehow you guys do deals to make money out of government deals. When we say SHA and SHIF and SHE are failing, it is not because we hate you. If today I wasn't a senator, how would I go to the hospital? At least the Senate pays for me. There are people who are complaining and saying this thing is not working. When we say all your roads are being done, when like I saw the other day from Nandi County, one of the MPs are saying, boss, this is how I've been seeing my colleagues. One guy gets 1.6 billion shillings to do roads in his place, and me I get 50 million. We can't have a country that is unequal. Honorable Malala, we have to change. We are going to change the DNA. We can't have a country that is based on dealing where corruption money exchanges hands for the 3 years that the government is supposed to work. All they do is share that money in anticipation for elections to come, so that then they can use the stolen money to go and bribe your voters so that the voters can vote for them, and the cycle continues. Isn't that the case? I know what I'm saying is heavy. That is the case. That is where we would pray that we go. Thank you so much, all of you. And I wish to say that we'll continue as a team. And yule ambaye anaogopa shauri yake, sisi tuko. Mungu abariki. Asante. Mumeridhika? So you've heard it from Dr. Fred Matiang'i. Musiambiwe, it is happening. And this is the day that we're not just unveiling a building here, a building called Chui House, a building that will be the headquarters of the 5th largest party, the Democratic Action Party of Kenya. We're also unveiling a team that is going to form the new coalition, the People's Coalition, and that is going to form the new government of the Republic of Kenya. Are you ready to travel this journey with us? So that is why we are here today, and we just want to tell you that today we can confirm with Honorable Dr. Stephen Kalonzo Musyoka that yes, we have been talking to Dr. Fred Matiang'i, and we've had a cup of tea, and we'll have many more cups of tea. Today also we can confirm, and you'll hear it from Dr. Stephen Kalonzo Musyoka himself. It's been a rumor that we've been having some cup of tea with Rigiji, the man from Nyeri County, Mathira, Wamunyoro village. When some people called Rigiji a villager, they never knew that Mukiguza Murima, his village can become this famous. I don't think kuna kijiji after Sugoi that is as famous as Omnyoro today. So today, I want you to hear from these two leaders. You've heard from Fred, but also from DAP Kenya. I want you to hear it from me.
and to hear it from the DAP headquarters today. And what I want to tell you is that I took over this party on 14th of January 2022, and my party did not just give me the leadership position in this party after Honorable Wafula Wamunyinyi. This party honored me to be the flag bearer in the presidential race of 10th of August 2027. In the last general election, this party did not field a presidential candidate. This party supported the Right Honorable Raila Amolo Odinga with Honorable Martha Wangari Karua. That is the team that we supported in Azimio. So today I want to say this from Chui House, for the avoidance of any doubt, that DAP Kenya has a presidential candidate. Secondly, we want to say this, that DAP Kenya supported an Azimio candidate, but as you know what has happened to Azimio, wanasema mpanda farasi wawili hupasuka nini? Mnajua ya kwamba Azimio ilipanda farasi wawili mwaka jana na ikapasuka nini? Ikapasuka msamba. Nusu ya Azimio ikaingia kwenye serikali ya Zakayo inaitwa broad-based government. Nusu ya Azimio ikabaki kiongozwa na Stephen Kalonzo Musyoka. So what Philip Kisia is telling you today, as we stand here, that yes, in the last journey to the last general election, DAP was Azimio Damu, was Raila Odinga supporters for the presidency. But as we speak, after ODM and others entering the broad-based government, my party made a resolution that it was no longer tenable for us to continue being part of a coalition that it does not know whether they are in government or they are in the opposition. So hiyo farasi ilipopasuka msamba, wana DAP Kenya wakasema, we start a new journey, we look for new friends, we look for new partners, we look for a new coalition and a new path towards the formation of the next government. So today, for the avoidance of any doubt as you live here, we want you to know this. As Philip Kisia has said, Philip, I think you are going to be the mortician. Let us tell Kenyans the truth. Azimio died last year, Azimio is dead as a dodo, and Philip Kisia will do the honorable duty of being the mortician. Today from Chui House, the second thing I want to say is that we are starting a new journey. We are opening a new chapter. The formation of a new coalition that is going to form the next government of the Republic of Kenya. So that we want to be clear as we speak. To our neck, I want to thank you for the authority you gave me to start reaching out, seeking new friends and partners. And kijana akianza kuchumbiana, lazima ifike wakati analeta marafiki nyumbani, kuleta mchumba wake nyumbani. Ndio sababu leo nimesema niwaite nyote viongozi wa chama hiki kutoka kaunti zote za Kenya, muone wale marafiki ambao mlinituma niende niongee nao. Mnipe ruhusa siku ya leo, kutoka leo, ya kwamba kama mumeidhinisha marafiki ambao nimeleta nyumbani siku ya leo, tuanze hiyo safari mara moja. Na wauliza wananek, wageni wetu mtatulia kidogo, mko hapa, munakubali huyu Stephen Kalonzo Musyoka, kiongozi wa Wiper, tuungane naye, tufanye kazi naye, tuunde muungano mpya na tuunde serikali ijayo? Hiyo mmekubali? Makofi kwao jamani. Leo pia hapa tuko na Senator Onyonka
ambaye ametumwa na ndugu yetu Fred Matiang'i. You've heard from him. Na wauliza ruhusa yenu, sababu vile nimesema nimekuwa natafuta marafiki. Leo nimewaleta nyumbani. Fred amekuwa kule nje, ameongea na Mheshimiwa Kalonzo, ameongea nami, na wauliza leo mnakubali tuweze kuungana na tufanye kazi na Dr. Matiang'i na timu yake? Leo tuko na Rigiji, the truthful man, the second deputy president of the Republic of Kenya. Malala amenibia siri kidogo, amesema iko gari mpya iko inakuja, iko inaundwa, inatayarishwa hivi karibuni. Tukitoka Chui House, Rigiji atakuwa anatualika kwake, iwe wa Munyoro, iwe wapi, tujue jina la hiyo gari na tujue jina la hiyo chama, na tusemezane naye na watu wake kama wanakubali tutembee pamoja. Lakini leo hata kabla hatujajua jina la gari lake, na wauliza wananek, munakubali tushikane na huyu Rigiji, the truthful man? So nimeeleza kuna wengine, tutakuwa na mikutano nyingi. Mheshimiwa Martha Karua, Peter Munya na wengine. For now, vile tumeanza mmetuona wanne hapa, we will continue broadening and strengthening this opposition team and the new coalition. Jina ya chama cha Gachagua mtajua hivi karibuni, na jina la muungano wetu mpya. There will be a special day for consultations and for unveiling. So when that day comes, tukiwaalika, haitakuwa Chui House tena, muwe tayari, safari inaanza leo. Siku hii pia is a special day. Tumekuwa tunasukuma mambo ya IEBC. William Ruto has deliberately blocked his reconstitution of IEBC. We have by-elections all over Kenya. I think we have almost over 6 MCAs. Tuko na wabunge nafikiri wawili. Ona mbunge nafikiri wa Magarini sijui wapi. Lagdera. Hawa wamekaa bila representation. And this is in violation of their political rights under our constitution. And as we speak, the main delay imekuwa wanaojipanga, they broaden their government, wanangoja uchaguzi wa AU. The other issue why there has been deliberate delay, sababu huyu jamaa anaogopa by-elections. Saa hizi kukiwa na any by-election vile aliguza Mrima, mtu wa Munyoro si atamunyorosha huyu jamaa. So there are many reasons why William Ruto has been hesitant to get IEBC in place. Saa hizi kukiwa na by-election anywhere, hata wakae huko Western sijui siku ngapi, wamekaa 6, hata warudi mara 60. Tuko tunajipanga. Vile umeona timu yetu hapa, huyu Malala, PK, natembea wa governor, tuko tunajipanga. Waliambia wasiguze Mrima, wakafanya nini? Wakaguza Mrima. Huo Mrima umeteleza sasa Mount Kenya, wametorokea, nimeona Mount Elgon. Sababu wanajua huku kimeumana. Lakini leo tunataka tuwaambie wasifikirie Mount Elgon ndio watakimbilia. Na wanakuja na vitu ya kudanganya watu. Ati tumeleta bonus kwa kampuni iliyo under receivership. Kampuni iliyokuwa na shida karibu ikufe, ni kama kampuni iko kwa ICU. Sasa hii ni kama Ruto anaenda kwa ICU, labda kampuni iliimprove imekuja HDU lakini haijatoka hospitalini. Mumias still ailing. Ni kama unaenda na peremende unapea mgonjwa kwa ward na ako na tumor, afurahi hiyo siku moja na umwache na ugonjwa wake. Hiyo ni ungwana kweli jamani? But the real problems affecting Western Kenya, the sugar industry is ailing. Why didn't you go to Nzoia? Wakulima hawajalipwa.
almost 500 million. Wafanyikazi wajalipwa almost 1 billion. So instead of going to Nzoia Sugar Company, uende ulipe wakulima, ulipe wafanyikazi, unaruka hiyo, you take 150 million kwenda hapo Mumias. Mimi, which is under receivership. The last time tulienda na Uhuru Kenyatta Mumias, we took 1.2 billion. Cleo nakumbuka tulikuwa Mumias. Rais akienda pahali, lazima aende amejipanga sawa sawa. Mimi ilikuwa rais akinituma kule Nzoia, the minimum angenituma nayo was 500 million. Tukiwa na huyu Wamunyinyi akiwa mbunge wa Kandui. At no time have I gone to Nzoia na 100 million or 150 million. Hiyo sio kazi. Rais hawezi peleka pesa kidogo kama hiyo na unataka upigiwe makofi. Hiyo ni kazi angepea Salasi aenda afanye. Hiyo ni kitu angetuma hata PS wake na wasitangaze. So there's a problem. He wants to hoodwink the Western region because the entire mountain region has turned against William Ruto. Eastern region kwa Kalonzo iko locked, hapati chochote. So the only region anakimbilia ni the Western region. Na kile strategy amekuwa nayo, anataka anunue vyama vyote Western Kenya, aweke kwa mfuko. ANC ya Musalia ameweka kwa mfuko. Ford Kenya ya Wetangula iko kwa mfuko. Sasa hata ODM bwana Oparanya pia anakula peremende pole pole na Zakayo. Leo nataka niseme from Chui House, DAP headquarters. William Ruto, you can buy all the parties in Western Kenya, but you will never buy DAP Kenya. Nataka leo niambie William Ruto from the headquarters ya Chui House hapa. William Ruto, you can buy all the presidential candidates in Western Kenya kuunge mkono. You will never buy Eugene Wamalwa. Uwe tayari tukutane kwa debe wewe. We are ready. Leo pia nataka niambie kwenda kuwinda. Kama kuna mnyama anajua kuwinda sana, ni huyu mnyama anaitwa chui. Chui anajua kuwinda sana. Na wewe ukienda kuwinda chui, Wakikuyu wanasema garei tago na mudo na mudoni. Chui sio rahisi kuwinda namna hiyo. Sasa leo nataka niwaambie sisi tumeenda mawindoni. I was there with my late brother na Kibaki na Ngilu. Walianza kunywa chai watu watatu. Vile tunakunywa chai tuna Kalonzo na Gachagua. Waliunda serikali hawakuunda. Kuna wakati mmoja aliuliza wanaume wawili wanafanya nini na mama mmoja kutoka Ukambani kwa hoteli kila siku. Kumbe serikali inafanya nini? Inaundwa. I want to tell you my friends today. I might be a young man but I'm a bit politically experienced. Mimi nilikuwa hapo na my late brother Wamalwa wakikunywa chai wakiunda serikali. Wamalwa alitoka Western, alikuwa na rafiki yake kutoka huko Nyeri na rafiki yake kutoka Ukambani, wakaunda serikali. Forming a government sio kitu cha muujiza, ni kitu cha watu kukaa na kupanga pole pole. This is how governments are formed. And today from Chui House, if you doubt me, let me tell you today, the next government of the Republic of Kenya is being formed here today. Mimi nilikuwa na Uhuru na Ruto. Tulikuwa vijana katika ile serikali ya Kibaki. Tukaunda kitu inaitwa G7. Na huyu Kalonzo. Tukajipanga. Wenzetu wawili, Uhuru akafaulu akaingia, Ruto akafaulu akaingia. Mimi na huyu Kalonzo ndio bado tunajaribu. Lakini tunaamini ya kwamba wakati umefika. Tukishikana na huyu Rigiji, Onyonka na wengine, serikali tutaunda, hatutaunda. And we started kikombe cha chai tu, and we formed that Jubilee government. So today, I can tell you, for William Ruto, hata afanye nini, the die is cast. I have no doubt in my mind, and I want to urge you today, mukitoka hapa, please go back and start working. IEBC is being reconstituted. The electoral journey of Kenya began this morning, and the formation of the next government starts also this morning. Let us work together.
Let us work together. Let us look for the Gen Zs. Those young people I've shown you here, in your constituencies, in your counties. Those are the game changers. Those are the people who are going to decide the next election. Muatafute, let's mobilize them. Let us register them as voters. Let us push for the IDs. Mwisho, I want to say this, what my brothers have said from Western. We hosted Stephen Kalonzo Musyoka in Western. We were in Kakamega. We went to Trans Nzoia. Watu wa Western wako tayari. They are ready for us. We hosted Bwana Rigiji and we saw the reception in Kakamega. Leo nataka niwaambie, yale wenzetu wamesema Western the last 6 days does not represent the position of the people of the Mlembe Nation. Yule alitamuka anaitwa Dan Wanyama. Dan Wanyama mimi ndio nimemleta kwa siasa. I was his party leader Newford, Kenya. Ni kijana mstaarabu kabisa wa Salvation Army. Kila Jumapili amevaa mavazi meupe. Hajawahi tamuka mambo kama hayo. When I was his party leader, he never did. Wakati ameingia UDA, kapata party leader mwingine anaitwa Ruto, ameharibu mtoto wetu jamani. Because ile script Dan Wanyama amesema akiwa Bungoma, sio script ya Dan Wanyama, ni script ya William Ruto. We know Ruto because we know he has been there. 207, 208. The 41 against 1 line. That was Ruto's script, and he was the chief architect of the 41 against 1 when he targeted one community. And he ended up at The Hague. William Ruto, I want to tell you today, do not try to go down that road again. We will not allow you to isolate any community. We will not allow you to demonize any community. That will make you a candidate for impeachment. If you have impeached Gachagua because of tribalism, then isolating Mount Kenya, demonizing Mount Kenya, makes you a tribalist and a candidate for impeachment and a candidate for ICC. We will take you back to ICC, this government. Hiyo tunataka tuseme leo wazi. That we will not compromise. Kenya will remain one indivisible nation under God, as it is enshrined in our constitution. We will not allow ourselves to be taken back. And we challenge NCIC. Why is it that hawa watu wanatoa matamshi yanaogawanya nchi kwa misingi ya kikabila? Dan Wanyama hajashikwa hadi sasa. Iko gavana Otuoma wa Busia ambaye ameonya hataki aone Gachagua ama huyu Kalonzo wakitembea Western Kenya. Why have they not been arrested up to now? We want to tell NCIC, Waswahili wanasema usipoziba ufa utajenga nini? Ukuta. Wazungu wanasema stitch in time saves 9. We want to tell this government, let us teach this thing in time. We will save 9. We will save lives. We can never go back down that road. Yeah, 207, 208. That is where DAP stands. So staki niseme mingi, nina wageni, nataka pia waje waseme nanyi. But to tell you that as DAP, we're very proud of our stand on corruption, because we are dealing with one of the most corrupt presidents in the history of Kenya and in the history of Africa. Na juzi ameorodheshwa kuwa the most corrupt president in the world. Can you imagine someone ametambuliwa na dunia yote kuwa rais mfisadi kwa wote, ati ndio anakuja Western kutusomea mambo ya ufisadi? Ruto, you're not qualified to talk about corruption. You are the chief priest of corruption. Yani, huyu jamaa is the most corrupt president in the world. Sio Rigiji amesema ama Kalonzo ama mimi. Dunia nzima inatambua kule Kenya, pahali inaitwa Sugoi, kuna jamaa anatoka huko ati ni rais wa Kenya and he is the most corrupt. So, hayo ndio mambo tutaka tuseme. You've earned that title, Bwana Ruto, but we are about, because we must end corruption in Kenya, we are about to give you another title. The title you have is belonging to the legion of extraordinarily corrupt presidents of the world. It's a very dishonorable title. We'll give you a lesser dishonorable title, and that is the title of joining the ranks of the one-term presidents
of Africa. We want you to join Goodluck Jonathan of Nigeria, Bwana Ruto. We want you to join George Weah of Liberia and the president of Botswana and Ghana. You are going, and this is the team that is going to send you home. Mtuangalie vizuri. This is the team that is itafanya Kasongo asonge paka wapi? Sugoi. Muko tayari jamani? Muko tayari? So, Leo, we want to hear from our two brothers. We are very, very lucky that in this neighborhood, Mheshimiwa Kalonzo was the first to come here. In fact, yeye ndiye angekuja anikaribisha hapa leo because we are in his neighborhood. Yani sisi ni majirani, opposite this gate, Wiper wako hapa nje. Lakini namshukuru sababu amenisaidia kupata makao hapa. Your Excellency, nitaomba ya kwamba huyu Rigiji pia tumtafutie tu kasamwe hapa. Because as we form the next government, we want to be consulting very closely. So Rigiji, kuna makao mazuri hapa tu. We would like you to be our neighbor also. Na Onyonga ambia Fred pia kuna maofisi zingine. Ujue Kalonzo anajua hii area, he can advise you. So that tunapanga pole pole mambo ya serikali ijayo na vile tunasongesha Kasongo wapi? Sugoi. So nataka kwa heshima nialike Mheshimiwa Kalonzo because we are in his neighborhood. Aje aseme nanyi na vile vile mnajua ya kwamba amekuwa kiongozi wa ile azimio iliyobaki. Tunataka as we form the new coalition, yeye awe na ile nafasi ya officially invite Rigiji to join our team. Ujue tumekuwa tunakunywa vikombe vya chai, hatutasema ni ngapi ama wapi, lakini we want today to unveil this new movement. Thank you. And for you to officially invite Rigiji to join us. Thank you. Atutende pamoja. Asanteni, Mungu awabariki. Well done. Asante sana ndugu Eugene. DAP Kenya, mwanzo mpya. Mwanzo mpya. Actually, it's a true beginning, come to think of it. DAP, congratulations on your 3rd anniversary. Na vile asante. Na vile vile kwa kuzindua makao makuu mapya within the neighborhood. But as I was driving in, I noticed a very big kibao pale near the petrol station. DAP Kenya, kubwa sana. Ungeweka pia ya Wiper iko hapo. Yetu tunaanzia karibu hapa. Hata sisi basi tutaenda tuweke hapo. Na wenzetu hawa pia wakija waweke yao pale. So that the country will know the headquarters of the incoming administration. Kwa hivyo ni furaha tele. Peter Salasia sijui kama bado yupo ako pale. Ile ni kijana wa ajabu ile. Amesema niwaalike pia Sekuru. Sio tu Wizito wa Munyoro, Mheshimiwa Rigiji. Na kule kwingine kuna Ishaweri vile vile tulienda huko one of these days. So Peter, I will invite you. Kwanza nitaenda na wewe peke yangu nikakuchinjie kambuzi, na pengine kama hujapata mchumba nipatie kasichana huko. You know, we had a commitment mbele ya padre pale kwamba lazima uoe bwana. Uko na changamoto kubwa pale. But don't be in a hurry, as I told you, don't be in a hurry. Because ukiwa kwa hurry, wengine hawatajua watakutambua kwa sababu gani. That a newest member of DAPK, executive member for Mumias East, wengine watakupenda vile ulivyo. But you are bold and very decisive. So I congratulate you for showing leadership to the younger generations. I think we need to give them a big clap. My brother Eugene Wamalwa, congratulations. You are focused, you are precise. And my brother
Tony Gachoka, always likes to tell me these things about leadership. He says it's a half fortune and a half skill. I remember that he tries to paraphrase Machiavelli. This man is dangerous. Amefukuza ndani. So I have fortune and half skill. So we are here today ili tufanye mwanzo mpya. Actually, that's what it is. But as we do so, I will urge caution. Because you will recall, Eugene, that whenever we were coming together in the past, we will be hardened. Yani unaonekana mbaya if you don't take the necessary step. This time, we want to give everybody reasonable comfort level so that people are not pushed into anything. Anything. You will recall that when we met our brother, Dr. Matiang'i, he even recommended that we look for some technical team. I can tell you that. Technical team to build this level. Before you consign the level of mortician to my friend Philip Kisia, give him the opportunity, because that was a very important matter. When they discussed with Rafa Utuju, was the executive director of Azimio, and that's how we ended up with Philip Kisia, and he's already doing a marvelous job. Let us not leave anybody out. We will not leave anybody out. And as I said, there are others coming in. As we speak, you do not see, of course, Jubilee Secretary General here, Kioni. I believe we are all together. Let's not leave out anybody. This is the matter, because then you will give opportunity to Zakayo kuanza kusema wamegawanyika even before they began. So we'll do that. I know that Babayao is talking to Farmers Party, others are talking to other places. When Zakayo is consolidating, pushing everybody to wind up and join UDA, our approach is going to be the other way around. We'll open the space so that as many parties as are willing will join this wonderful, wonderful winning team. I hope I'm talking to you. So that's what I wanted to say. There's no room for division. We will not allow it, so that another good friend of mine from Ingo, the other day he was actually saying, my friend Steve-O, akirudi huku pia, if he doesn't watch his mouth, that is Weta. I don't know how to disown friends. I was with Weta and Raila, kumbuka kule, wakati after 2013 elections, ile sumu ya gas tulikula na yeye. One time I'll tell you a joke. I was wearing the wiper cap, and then we are demonstrating that Hassan people wametuibia kura waende. And then we are outside the university towers on University Way. Tunapigwa tear gas. If you didn't know what happened that particular day, we have fought, and we can't afford. We must get killed. I didn't know that Raila could fit into the driver's seat. Hapo alikuwa gari yake imepotea, akaingia kwa ya Orengo. Natafuta Weta simpati. Tukapotea, and we used to end up eating kwa mama samaki on Kilimani. And tunajipanguza machozi, tear gas. William Ruto anaenda huko Kambana akasema, the last time I saw a whole former vice president, he was sitting on the tarmac. It's time now to sit on the tarmac. Tukiendelea namna hii. Pia yeye akule dust kidogo. And this is for the good of this nation. I believe it strongly. So when I talked of Weta, he talked of this is going to be murky, a divorce. Was describing a divorce between Ford Kenya and ODM, because he had been dispossessed of the position of the deputy minority leader, of the minority leader in the Senate. Maybe he actually accomplished that. He was very, very, very noisy about it. So we are going to do things differently within whatever remains of Azimio. We recognize, of course, that DAP has pulled out. You took a resolution, we respect it. We know that Mother Karua has knocked Kenya,
pulled out and gave notice. We respect that. That does not necessarily mean we are not going to get together again. It could be a strategy, because we saw our sister mother and our brother Rigiji up there, a very cold area in the mountain. We must continue to do things. We must do this thing differently. In fact, sometimes you do so, our sister Kate, to confuse them, because you know them. You are dealing with very crafty characters. So we need to be able to be very, very deliberate. We are not going to be announcing every step. My friend Eugene, let's not announce everything to these people. We have to be strategic. Wacha tuwakamatie chini. Si namna hiyo? Wangapi anasema tuwakamatie chini? That is my advice today. Yesterday I advised Sifuna, Secretary General of ODM, and Salasi, I'm sorry I annoyed you, but I said bado tunaongea nawa. Sifuna was talking beautiful language. Beautiful language. Says if you abandon the people, Mimi Sifuna was talking like us. Ata abandon wananchi. And this is a constituents, these are his constituents. Our sister Bosibori was hosting us there in Dagoretti North. And so, I advise that we do not give William Ruto the excuse to delay formation of IEBC. I'm happy that he has already gazetted the names, and as we speak, out of the 9, I think 7 have already been sworn in by the Chief Justice. And I said, because another young lawyer viciously argued, Jeru Ndegwa, you cannot allow Professor Olo Adams, Amanda is in the advisory team, William Ruto, and therefore this is another. And I realized, because Wiper was unfairly blamed for delaying the process. Now the truth is known. It was not us. It was William Ruto, through instructions given to a judge in Kiambu, who has vacated her own situation, dismissed the application, and therefore paving the way for the selection panel to be put in place. So now I say, Professor Lo Adams, because he went in as Azimio, and Dr. Kokemoli as Azimio, right? As of today, therefore, the whole thing about the categorization of those leaders, of those members of IBC selection panel, are based on that structure. Now, we can, going forward, choose to dismantle the structure. And I think Philip Kisia, who is the executive director of Azimio, whatever remains, because we have Billy still holding on, we have Wiper holding on, we have Kano. Remember that we had One Kenya Alliance, and I think we were with you by that time. One Kenya Alliance. So some of these things, I'm just saying, we must be strategic so that we do not make it obvious. Indeed, it's going to become, let it come up and hit. Remember, there were people, Kenyans also, on social media, who are determined to get the new team going forward. And I saw myself invited to Limuru 4 conference. Limuru 4 kufanyika. But I know the urge by Kenyans, they want us to get together, drive out this situation. Senator Richard Onyanka, I really agree with you. I can't agree with you more. If there's a leader who has been reborn, in my view, and speaking the language of the young Kenyans, and not afraid of anything, it is Senator Richard Onyanka. So, what you have told us here is like a tip of the iceberg. I think I want to agree with Malala. When I met Malala today, we laughed. I remember the last time, this man is able to organize tremendous. He organized a big rally for Matungu, remember? We were campaigning for a candidate, One Kenya, Namulindo. Big organization. So I wondered what happened. I still want to ask a few questions. What happened? And therefore today, ladies and gentlemen, I can tell you what is happening now is the real thing. You know,
took a position before the impeachment of the deputy president, the second deputy president. We consulted. We actually went on a retreat. And we took a principal position because the country was saying, not Rigathi Gachagua alone, but even William Ruto amtangulie. So they were saying, remember, kufa driver, kufa makanga. So we said we will not allow makanga na kufa peke yake. And that is why we took that principled position. It was not for the love of Reggie G. I can tell you I've never myself at that level interacted closely with ndugu huyu Reggie G. I haven't. But I can also disclose that they have been talking very closely with my brother Eugene. You know, be strategic. Mwambie Eugene kutana na yeye. Saa ingine tunakutana tukasema this thing is not right. Injustice anywhere is injustice everywhere. So Bwana Wambugu, I also thank you for standing with our brother here. One time I went to Nyeri, I had all kinds of reasons to say no to Rigathi when an opportunity arose. Because that MP for Nyeri town was a tough organizer. Nilienda kule nikapigua kelele ya ajabu. When I went there, we met with our brother Rigiji at Ndarasha, that terrible incident, the tragedy, when we are burying those children. He briefed us. Tukaingia Nyeri town. I saw a different Nyeri town. By the time we were in Karatina, if I was the MP for that area, I would resign mapema. Kama kuna mtu anachukiwa na watu ambao wamemchagua, from what I could see, I don't know what the name of that MP is. I would advise him mapema, resign, tafuta kazi ingine, mwambie Zakayo kupatie ambassadorio, uame Kenya hii. Because even there will be an election. The other reason they are delaying this whole thing about IBC is because they know now under the constitution you can recall some of those MPs. Wanaogopa hiyo kama kitu ingine. And I want to prepare our people. Now that IBC is there, tafadhali mujiandae hawa watu wawe recalled. Because they have acted unjustly. They have supported corruption. They have, above all else, stood for a government that abducts its own citizens. And I want to pose it here. My academic brother, Tony, I want you to argue with me when we leave this place. My argument is abduction is worse than detention. At least wakati wa detention ulikuwa na kitu inakuwa signed, unaweka mahali. Abduction, it is something terrible. It's a crime against humanity. Therefore, Cleophas Malala, I agree with you. Are we going to wait? Tunaimba kuwa 2027, ukutafikika jameni namna hii, with people abducting Kenyans. Mama mzee Joki complaining about SHA. Trying actually to advise them, this thing is not working. You send 20 policemen to abduct a Kenyan mother against all known humanitarian and international statutes relating to the freedom of a person. In other words, this administration ya Ruto has overthrown the constitution. So how can you live with a government and unaamini 2027 which has already overthrown the constitution? That is the problem I have, Tony. I have that problem. Let me now tell you this. Even as IEBC selection panel wameanza kazi yao, do you know that the secretariat of IEBC, led by somebody, Marjan, I don't know the name, Marjan or somebody, is getting instructions from the former Commissioner Molu, who is Ruto's advisor in State House. Now, let me get that document, ndugu yangu. They have already put a tender to procure for the next 3 years without an IEBC commission in place. It's already on their website. Yeah? Some of it is closing time at 1 o'clock on the 29th January 2025. They're already in a hurry.
And it's like this is a test case. If we don't stop them now, we are telling IEBC Secretariat, you will not move one step. We'll come for you if you try to do this. You must wait for a properly constituted IEBC. That is where Azimio lost it, by the way. Remember, they procured a printing farm in Greece. By the time kina Uhuru na hao wengine walileta the extra 4, remember the Cherera 4, they were there, hawajui what is happening, things had already happened, they had procured materials in advance of these people arriving. So this time, we cannot afford, in my view, to allow these people any space to manipulate, to steal, to mess up with 2027. That's why some of them are saying they know how to manufacture presidents in excess of 24 years. And they also know, they even say blindly, I mean boldly, that they will make sure even if wameshindwa, wataibuka hawajashindwa. If we are in this country and we all belong in it, we must really stand very, very strong. Mwisho, you cannot isolate the mountain or any part of the country. It is not possible. We want to tell William Ruto, the mountain is not isolatable. It is not. I repeat, the country is united against one person called William Ruto. That's all. It's completely, and if you look at, if in fact, you know, have you asked yourself why you are not seeing opinion polls these days? Have you asked yourself? It is simple. This administration is enjoying the lowest opinion rating since independence. I think they are ranging between 16 and 18%. Hao ndio watashinda kweli? So we want to make it very clear. From now, let us actually have vigilantes and our young people. I've myself announced June 25th should be marked the date of the new Kenya. When young Kenyans breached parliament, they did an incredible thing. They stood for their future. And it's not that they could not get rice where they were coming from. Waheshimiwa mulikimbia mkawachia bunge, wakajienjoy kidogo. If it was not for the tunnel, they would have, and these young men are so decent, they would not have messed you up. But instead, we visited with Eugene and other colleagues. Tukaona vile wamepigwa risasi, sniper from on top of the bunge itself, opened the skull of young Kenyans, and you want us to forget, and you want us to tell you the bread-based government is not blood-based? You surely don't believe it is still blood-based? Therefore, the 25th of June will go down in the history of this country as a truly revolution day. And I think we have to accept it, give it to the young people, that they could not have died in vain. That unakumbuka 25th the other day, they could not even be allowed to hold vigil. We stand with them. Not because of anything, but because it is the right thing to do. I want to conclude so that I can welcome our brother, Rigiji, kwa kusema kwamba we must do these things now differently, and we must be very strategic, at the risk of repeating myself. And there's no two-way traffic about this matter. From today, the vigilante teams, any careless utterance by Kenya Kwanza administration, kama hii governor of all the people, I could not believe Otuoma could say that. Let Otuoma know I'm coming to Busia. I'm coming to Busia. Oh yes, I will come to Busia. And nothing will happen to me, because he dare not cause violence. If he thinks he is helping William Ruto, that is the day the whole international community will close ranks. I will say, Kenya, you're on your own. Remember, we keep on saying we are against the Haiti mission.
Kama kuna kitu moja inatatiza even election ya Raila for AU, it is this thing about Haiti. Anaulizwa na African heads, how can an African country go and kill blacks in a faraway country? Because you see, Tinga is a candidate of the Kenyan government. The Kenyan, is a Kenyan, and that's why we agree with Salasia. We will help him, we pray for him to get this thing. But so that I can quickly conclude, we document every careless statement. And Kenyans are wonderful. Forward every careless statement to the ICC. That is the only language William Ruto understands. So if you want to isolate the mountain will report you and all of us for crimes against humanity. We will cite you and we will follow these things to their logical conclusions. Haya ndio matamshi yangu as I congratulate once again DAP Kenya. Huyo wakati umefika, if there is no alcohol, mimi itafanya demonstration pale outside because watu wamechoka. And once again, our brother Mheshimiwa Gachagua, stay firm. It is your democratic right to be heard. There are those who have already assumed that he's out of any situation because of impeachment. And as a senior counsel, I can tell you what happened on the floor of the Senate on that impeachment. Any magistrate, any judge properly directing his mind will know that was an improper impeachment. And that's why we stood with you. Karibu sana ndugu. Karibu. Thank you. Please be seated. Your Excellency, former Vice President, the Honorable Stephen Kalonzo Musyoka, Kiongozi wa DAP Kenya, the Honorable Eugene Wamalwa, Honorable members, senators, MCAs, and all leaders present. God is good, and all the time. Nisalimieni kwa Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Party leader Eugene Wamalwa, let me also offer my congratulations to you, your NEC, and the party of DAP for the unveiling of your offices here today, and I'm honored to have been invited because it's a great milestone in our democratic process, and as we embark on a journey to liberate this country from bad governance, corruption, and dictatorship. And I am very elated to join this team of distinguished leaders in this country who have played a significant role in our democratic process. I have come with many senators and members of parliament who we work with as a way of showing our solidarity with this team. I want to give my commitment and that of my team and our supporters, and there are many, they are in millions, that we are part of this team and we'll walk this journey together to liberate this country. And we shall make whatever sacrifices necessary to make sure that William Ruto is a one-term president. People have short memories. President William Ruto has a very short memory. This team here, we sat with him in my house and we assured him that he'll be president and we'll do whatever it takes to make sure he is president. And we worked very hard. And we took him to State House. And when he reached there, he put aside everything we had agreed on how we need Kenya to be. We had 47 economic charters with each and every county agreeing on the economic interventions that will be required for each county.
he put them aside. We had agreed on the payment of pending bills for our business community to bring money into circulation. He put that one aside. We had agreed on the bottom-up economic model of putting money into people's pocket. The minute he reached State House, he changed course. He got a small team of economic advisors and came up with a very brutal program of removing whatever little money was in people's pocket from their pockets. Along the way, I could not agree with him. I couldn't agree with him because I'm a very principled person. And I told him, boss, we have lost focus. This is what we told the people of Kenya. We had assured the people of Kenya that we will never carry out evictions and demolitions that are inhuman. And when he made a decision to evict people from Nairobi River along the line, and the Nairobi River Commission was in my office and he asked me to lead that program, I told him I can't do it because it's against my principle. And he said, you must do it. When we had the Finance Bill 2024, I was a lone voice in cabinet telling him, listening to the people of Kenya, they will not accept this finance bill. And it will leave us with an egg on our face. He became intolerant. He became dictatorial. And the government that he leads is a one-man show. I can tell you today, all those ministers you see there, they are flower girls. I was the only man in that cabinet who could stand up and tell him, hey boss, no, this can't work. And that's why he needed me out, so that he can put a protege and other fellows just to say, yes sir, yes sir. It's a praise and worship choir for the president. And I couldn't fit in that choir. I couldn't fit in that choir. You know, and he is very bitter, extremely angry, very irritable, that for a whole 6 days he's just abusing me in Western Kenya. Rigathi Gachagua is not a road in Webuye. He is not a hospital in Vihiga. He is not a water pan in Kakamega. He is not a slaughterhouse in Bungoma. President of the Republic of Kenya has gone to Western for 6 days, just talking about Rigathi Gachagua, occasionally Kalonzo Musyoka, because he's bitter that his voting bloc, the one that made him president, the Mount Kenya bloc, is gone and gone and gone forever. And I told him, it is his own undoing. I told him, don't touch the mountain. See the Bible. If you read the Exodus, I told him, don't. Many times. But it's because he has some young MPs he moves around with. Young boys who are born in towns and brought up with Serelak. They don't know the community. So they tell him, no, it's okay, no problem. Mulima ni yako, wewe ulikuja huko mwenyewe. Hawa watu ni wako, hata ukitoa huyu weke huyu hakuna shida. Nikamwambia mimi ni mzee. Hawa watu mimi nawajua. These fellows of the mountain, they hate betrayal and they hate deception. Because of what Mzungu did to them, they hate betrayal. And you yourself, President William Ruto, you are a beneficiary of my community's distaste for betrayal. When they decided that Uhuru Kenyatta has betrayed you, they turned against Uhuru for betraying you in their view and voted for you. And you are not one of them. They hated one of their own to support you, and you are not one of their own. If you betray one of their own, you will tell me the story. Today, as we speak, his messages of condolences are unwelcome in the mountain. And you know that's the lowest it can go. You know funerals are very solemn. In my community where I come from, even if it is suspected you had a hand in the death of the person being buried, people still allow you to come and even give condolences. When the people say they cannot listen to your condolence, you know it's over. The other day we were in Embu, and they are trying to blame Justin Muturi Bidan because the people rejected his condolence message.
The president wrote him abusive messages the whole night, threatening to sack him. But even if you sack Bidan Muturi, nothing will change in that area. Nothing. And I told him, and he cannot say I did not tell him. Because me, I'm an honest man. I sat him down and I said, boss, you believe my now, why he's annoyed is because 47% of his support, 4 million votes, iko nje. Sasa anategemea ati Raila akienda AU, he can transfer zile zake. Zile za Raila zilikuweko za Wiper, they are not there. Ile ya Mlembe is not there. Hii ya Kisii is not there. Huyu jamaa amekwama. Amekwama. And I can tell you, because I know him, he is cornered. Kazi yetu rahisi sana is to stay together and unite our people. Mimi naomba jamii ya Mlembe. Amekuja huko anaita mimi mkabila. Ati ndio mimi nisisaidie nyinyi. Siku nilimsaidia, hakujua mimi ni mkabila. When we voted for William Ruto, we knew he's not a Kikuyu. 87% of my people voted for him. We knew he's not a Kikuyu. 13% voted for Raila Odinga. We knew he's not a Kikuyu. We had our own candidate called Wahiga Mwaura. We never voted for him. Because we are not tribal. Saa hii ameona tunashikana na watu ya Wiper. Ameona tunashikana na Mlembe Nation. Na hapo Mlembe Nation ndio naona amekwamia hapo. I think it's his last hope. Sasa anakuja huko kusema ati mimi ni mkabila, ati ndio msinikaribishe tusifanye pamoja. President William Ruto, hear it from here, Chui House. The same way Mulima ilisaidia wewe, it is possible tunaweza saidia hii watu ya Mlembe. It is the same way tunaweza saidia huyu Kalonzo. Na sisi hatuna contract na wewe. Deni yetu na wewe tulimali. We had intended to pay you in 2 installments. Tukakupatia the first installment, ukagusa Mulima. Hiyo deni ikafanya nini? Kaisha. We owe you no debt. So, anaenda pale Western, anasema tumefukuza huyu Rigathi Gachagua, and he is corrupt. William Ruto, my friend, do you have the moral authority to talk about corruption? And we sympathize with you because juzi kumekuwa na opinion poll on the most corrupt person in the world. And we are unhappy that you are rigged. Instead of giving you number 1, they give you number 2. Let me say, I want to say, let me say, President William Ruto could not agree me to stay in government because I could not agree to corruption. The State House of Nairobi is the real center of corrupt activities. And there are watu wawili, moja anaitwa Adil na mwingine anaitwa Jayesh. These are the conveyors of corruption in this country. Na ndio watu wenye she and sha. Ndio wale watu ya Adani. Na hawa watu wakija kuona rais, hata ukiwa deputy president na minister, utamungoja hapo saa 5 akiongea na hiyo watu wakipanga hiyo mane. So Mr. President, be an honest man. Look for a mirror before you talk about corruption and look at yourself. If you think the people of Kenya are very intelligent, Rigathi Gachagua has not been associated with any scandal in this country. So wewe unaenda pale unasema he is incompetent. In matters of incompetence, Mr. President, I tend to agree with you to a certain extent. Serikali yako ni ya uongo, kutenga, kudanganya watu. Uliandika mkataba na watu ya Western, ukaamjema utajenga 1000 kilometers, hujajenga.
Umekuwa hapo juzi unafungua transformer. Wewe mimi ulitaka nikusaidie kudanganya wa Kenya. In matters kudanganya wa Kenya, Mr. President, I'm incompetent. Absolutely. I accept. Because hiyo alikuwa anataka tuende kulaunch barabara na anajua hakuna budget, tukitoka matinga inafanya nini? Sasa hiyo ndio kazi rais anataka nimsaidie. Ndio anasema huyu haelewi program za serikali. Sasa kwenda kupeleka matinga ukijua hakuna kazi inafanya, hiyo ni program ya serikali. He was telling me to go and defend Adani. Tulikuwa na Eugene Wamalwa, huyu mheshimiwa, na Onyonga kwa mazishi Kitale. Huyu Onyonga akaamuka, akalima serikali mambo ya Adani, na mimi nakaa tu vale. I don't want to nod because I'm still in office. That Adani thing is the worst form of corruption in this country. So mimi nilipoamuka, I never responded. So one of the PAs ya mkubwa akanipigia simu. Mtu yuko huko, mtu ya 36. Wewe ni deputy president ya saa ngapi? Maana ya deputy president, you speak last. Dio ile maneno yote iko baya ya serikali ukanu. Kwa nini huyo Nyonka alilima serikali mambo ya Adani and you are not defending? Nikamwambia I cannot answer you. Tell your boss to call me. So president amenifikia, nimemwambia mimi siwezi. That thing is corruption. I cannot defend it, Mr. President. I cannot. That is why he is saying I was not defending government programs. Sasa corruption, is it a government program? So wanasema ati I'm incompetent. Hii mtu hakuna kitu anaelewa. Sasa kama serikali ni wizi tupu, sasa what is there to defend? Walinipeleka Senate ati nimekataa watu watolewe Nairobi River. Walinishitaki nimekataa watu wafukuzwe Marigiti Market. Those are things I could not do. Ukiangalia hii maneno ya affordable housing, it is the worst fraud against the people of Kenya. And it's good today I tell the country. And those are things he was telling me to go to TV to defend. I told him I will not. Mimi pia nikichwa ngumu. That housing, initially we believed in the president. That ni ya kuleta ajira, nini, maneno kizungu mingi, we looked okay. Until it came to my attention, it has nothing to do with housing. Ni biashara. Ya kwamba PS wa housing. Ukitaka kujenga affordable housing, you must go and sign a subcontract na kampuni ile tauza simiti na chuma na mabati. Na hiyo kampuni watu wale wakubwa zaidi Kenya wako ndani ya wapi? So this housing levy inatolewa kwa watu ya Kenya is to make sure these houses are going on. Ndio hao wauze simiti, wauze chuma, wauze mabati. That is what the president is accusing me of not understanding and being incompetent. Sasa mimi nauliza, na mimi nataka niseme, I want to assure the people of Kenya, this team I see here, and when I listen to the people of Kenya, because I listen a lot, once a new government is sworn in, that housing levy will have to be abolished so that we restore the dignity of the payslip. The dignity of the payslip. Wakenya wamehangaishwa zaidi. Na nimeona mpaka yule mkubwa ya wafanyikazi amekuwa ameingia kwa hiyo praise and worship team. Watu nakazwa mambo ya NSSF, mambo ya haongei. Kazi yake ni praise and worship. Those are the things sisi ambaye tumeshindwa kufanya. So finally ndio nimalize, because I wanted to tell the president, usidanganye wa Kenya. Useme ukweli, tulikosania corruption because wewe ndio unaeneza corruption na watu yako. Na it is impossible to make any progress in this country unless we sort out this country in terms of leadership. We'll sink lower and lower. Finally niambie watu ya Western, because mimi naona huyo jamaa amekwama hapo kwenu. Nyinyi mko na bahati that we are here to advise you.
alienda kwenu siku 6. Kwetu he was there 6 days out of 7 every week. Hakuna kanisa hajaingia. Hakuna barabara hajui kwa jina. Hakuna soko hajui kwa jina. And you would memorize, you are very impressed. Anataja barabara, Wakikuyu wanasema These men called a community that has pride, a community that's hardworking, that is rich. Watu wamesoma. He called all of us, our bishops, our reverends, our pastors. Hata huyo hivitu na mimi Rigiji. He called all of us. Alikuwa anakuja, Mwadhani Osho. Sasa amekuja kwenu, Musangarere, Mumalamu. That is the same script. Nyinyi mkikubali, mutalia vile watu ya mlima wanalia. All those, hiyo yote ni utapeli. All those things is promising he will not do anything. He promised us atatubalizia barabara ya Mau kwisha. Nitajenga hii. So today he does not come to our place. The last time alikuja pale Embu in November, alijaribu kuweka uongo ya housing. Washirika wakabuka kumwambia tutaki uongo hapa tena. Hiyo mambo ya uongo peleka huko Western. Akajaribu kuongea mambo ya SHA, akaambiwa tutaki huo. Kwetu amejulikana na ndio muone huko. Na hata akija atakutana na watu. So nyinyi watu ya Mlembe, msituangushe. At least you have the benefit of free advice from victims of deception. Sindio? Simuko na free advice. Yeah? Sasa yeye halali ati nimekaa pale wa Mnyoro. Mimi nakaa tu chini ya miti. Yeye hako juu ya gari. The reason President Uhuru Kenyatta alikuwa ametuambia muachane na hii mtu. But he never gave us a reason. Na hapo alitukosea. Sasa kama angetuambia what I know today, hatungekuwa hapo. Also the choice he was giving us was also not acceptable. So pale nimekaa pale, I'm doing things differently from Uhuru Kenyatta. I'm involving the people who is William Ruto. That is why he is unhappy. Mimi nakaa pale, watu wanaeleza watu naeleza, wanasema imetosha, wanatoka wanaenda. Nakaa pale na mapasta na waeleza, wanachukua Biblia wanatoka wanaenda. Pale nimefunga 100%. Hata kupata agents, hatapata agents ya kusimamia kura yako. So nyinyi viongozi wetu, tafadhali naomba pia Eugene Wamalwa and your team, and then unite the Mlembe nation. Don't agree to be divided. Mimi alitaka kugawanya mlima east and west, nikamkataza. Akajaribu kugawanya counties, nikamkataza. Don't allow it. Mlembe nation, you have 5 million votes, nendeni muunganishe. Stephen Kalonzo Musyoka pale Lower Eastern 4 million, nenda unganishe. Mimi pale sasa ilikuwa 6, nataka nisukume mpaka 8. Sasa Matiang'i waende wasukume pale 2 million. Sasa tukifikisha 15 tuketi. Si ndio? Si tutaketi? And we must not let the people of Kenya down. People asking, wewe, wananiambia, wewe Rigathi, tenda tafuta marafiki. Kama huyu mtu ametuumiza namna hii first term, kwa bahati mbaya akirudi second term, tutakuwa tunavaa vinyasa. Sasa nyinyi tafuta marafiki, mtafute formula. Na hatutaki kujua ni nani. Mkuje mtuambie formula ni? So we shall be selfless as a team. We shall be selfless. And let us not approach this election with a predetermined mindset. That lazima ikuwe ni mimi ama ni mimi. Wacha tuseme tuko na kibarua ya kungoa hii jamaa. That is the first objective. Let us consolidate our votes, consolidate. Uzuri, payslip holders are 3 million. Na every payslip holder has a minimum influence of 2 people. Those are 9 million people who have a personal issue with William Ruto. Sasa, ongeza Gen Z.
Maneno imeisha haijaisha. So, and I want to, as I sit down, I want to ask our Gen Zs, please, you are doing a very good job, our sons and daughters, on the social media, keeping this guy in check. Continue. But that is not enough. You must take IDs and register as voters. Because the final transformation of this country will happen on the ballot box. Not on a smartphone. The smartphone will create the awareness and create the necessary mood and mobilize people. But the actual transformation of getting the right leadership will happen on the ballot. So we want to ask the Gen Zs and the millennials, please, take IDs, register as voters, and continue what you are doing on the smartphone. Now you are doing a good job. Huyu jamaa halali. Even he was accusing me ati mimi ndio naongoza Gen Z. Nikamwambia president, that's a good wish. If I'm the leader of Gen Z, I'm a very strong leader in this country. Because it's a serious force. So leaders hawa niwapongeze. This journey is not for the cowards and the faint-hearted. This man is angry and therefore dangerous. I must tell you. Alituma watu Limuru walitaka waniue. Mungu akanisaidia. Siku ingine ametuma askari anitupie tear gas huko Shamata. Siku ingine ametuma criminal gang kuumiza bibi yangu. What he must know is that some of us, and he knows as well, of course he is forgetting. When the fourth administration was against him and persecuting us, we stood with him and never feared. Sisi sio watu ya kuuziwa uoga, hata tukiuziwa hatuna pesa ya kununua. But I want to tell these leaders, you must be steadfast. You must be on the right side of history. And with these two great leaders, and Matiang'i and the others who come on board, we'll work together. Na tutasaidiana. We'll continue consulting, tutatembeleana. Hivi karibuni, we are also going to unveil our movement, and it's a serious movement. And it's a national movement, but the home of the mountain. Just like every party has a certain home. It's a national party, but with a home. Watu ya mlima wamesema sisi tulienda harusi na gari ya mtu mwingine. Kufika kwa mtu tukaambiwa tushuke. Sasa tunatafuta gari yetu ya kwenda harusi. Sasa kila iko magari hapa. Sasa tutakutana kwa harusi, Mercedes iko, Range Rover iko, magari imejaa wapi? Pale. This UDA, when I make my announcement in another few weeks, will be a shell. It will be a shell. There will be nothing. Ulifukuza sisi, tumetoka na watu wetu wote. Nobody, even people are impatient. If you know the pressure I am under to announce the vehicle, I am not sleeping. People are impatient and they don't want to see anything yellow. You know? So, sisi tutauda gari yetu. Na itakuwa ni gari kubwa ni ya Wakenya wote. Na tunataka tuungane pamoja na hao wengine tupange Kenya. And we mean well for this country. Na mtu asikuambie ati sisi ni wakabila kwa sababu tunaunganisha nyumbani. You would be stupid to go to the national table before you organize your house. Lazima kila mtu apange nyumba ya. Alafu ndio tuketi kwa meza ya Kenya, si ndio? So we must all organize our houses so that tutengeneze nyumba hii, tutengeneze hii, tutengeneze hii, tutengeneze hii. Yeye is bitter kwa sababu hii yangu alikuwa nafikiria ni yake. Sasa amejua si yake. Sasa hako na machungu. Na there is nothing we can do, hatuwezi msaidia, pole. Wewe omba Mwenyezi Mungu, huyu mzee aende EU kama he can give you his base. I don't know whether loyalty is transferable. Whatever he can give you, you see what to do with it. Hii ya Western naona kama imeenda, Ukabani imeenda, ya Kisii imeenda. Sasa pale kwake tutapambana. Hata sisi tutakuwa hapo. Baba akienda, ile tabaki pale tutangangania na wewe. Si tutangangania? Kwa sababu watu there are some guys who came to see me from Siaya. Wanasema, they came to my house. Wanasema, sikia, Rigiji, sisi, our loyalty is not transferable. Sisi ni watu ya baba. Akishaenda AU, tuko free. Na sisi vile tunaona yeye ni mtu ya kusema ukweli tunaweza elewa. So, even that Nyanza, baba akienda, will be there also. Because there are also people who want to join the rest of Kenya.
So mimi nimefurahi sana, and thank you very much, na tumeshukuru. DAP Kenya continue consolidating until Governor Natembeya asiuziwe uoga, na hata akiuziwa asinunue. You know they were saying that when they impeach me at I am finished at 2 weeks, alidanganywa na vijana hapo hii ya town. Hii mlima, they have no use for any leader who is not having a position. Tukitoa huyu wanawachana naye, wanachukua yule mpya. Sasa kila siku wanaongea juu yangu, na bado wacha tuweke gari, tuungane na hao viongozi, and then tutembee. Na mwaka hii ya 25 ndio ya kujipanga. 26 ni si ndio? Hii 25 tupangapange and we'll agree, so that we have enough members of parliament. We'll sit down so that we don't compete against each other. Kama hii Nairobi we have 17 constituencies. Nilikuwa nafanya hesabu, naona between this team we can take 15 out of 17. Hii governor ya Nairobi tutachukua asubuhi mapema. Within this team here, we just sit down and do proper arithmetic. Nakuru, everywhere, Mombasa, will sit down so that we don't fight against each other. Tutapangana vizuri, ndio tuone maisha itakaa namna gani. Otherwise, I want to say thank you very much. May God bless you. Mtasalimiana? Mtakuja kutembea Monyoro? Mtakuja siku gani? Asante. Ketini.